Hii inaweza kuwa namba ngapi brother? Hii inakaa 1. Lakini bwana inanishangaza iko na unajua ile ukondo ina mastream na ile ni kwa tuna start na aina za stream bwana.
Na bila shaka kwa wale ambao mnajiunga pamoja na sisi katika jioni ya leo, tunakukaribisha sana katika show yetu ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Sunday kabisa, siku ambayo ni baraka baada ya kanisani pale, na tumefika hapa ili kidogo tu upate kupata tumbuisho tu na ndugu zetu ambao hako hapa. Ilikuwa kwamba tuwaleta siku ya Friday, lakini kwamba ikakuwa kwamba haingewezekana kwa sababu ya masuala fulani ambao walikuwa wakijiandaa mambo na makesha pale, kwa sababu hii siku ilikuwa ni siku yao kubwa sana. Lakini tuko na vizuri tu iwe kwamba siku ya leo ikiwa ni siku ya Sunday kabisa, tuko na ndugu hapa ambaye kwa jina atajitambulisha atakapoanza kupeana ushuhuda kidogo tu kuhusu yeye ni nani na ametoka maeneo gani. Lakini kidogo kabla ya wao kujitambulisha kwa majina ama kwa jina, itakuwa ni vizuri kwamba kidogo wamekupa tu kidogo tumbuisho kidogo, tusikie sauti ya kila mmoja katika maeneo haya. Lakini bila shaka ikiwa kwamba ndipo napojiunga pamoja na sisi this gospel hotspot mara nyingine tena, ikiwa ni Sunday nyingine nzuri, zikiwa zimekatika ni dakika 10 tu baada ya saa 3 usiku. Karibu sana ili kwamba tuweze kuingia kwenye show kali. Lakini kidogo tu nitawapa mic usikie kama sauti hii umewahi sikia mahali, na kidogo tu watapeana tune kulingana na vile amezoea pale manyumbani. Oh, haleluya. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Sema kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Sema kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana.
alipo Roho yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Hakika yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Hakika yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Hakika yote yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Baba unayetenda yanawezekana. Makuu yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Father God, we want to thank you and we want to love you. You're such an awesome God. Baba, na tunakuinua na tunakubariki. Asante kwa sababu ya mtazamaji wetu ambaye jioni ya leo tunajua kwamba kuna mtu mahali anatutazama ambaye Bwana umetuleta hapa kwa sababu yake. Asante kwa sababu ya kipindi hichi cha Gospel Hotspot. Asante kwa sababu ya host wetu Jehova ambaye ametukaribisha mahali hapa. Baba Mungu, tunajua kwamba hiki kipindi umetuleta usiku wa leo ukiwa na sababu. Na tunajua kwamba kupitia sisi ambao umeleta mahali hapa usiku wa leo, ushuhuda wa mtu unaenda kubadilika. Maisha ya mtu yanaenda kubadilika Jehova. Tunajiweka mikononi mwako Baba Mungu, tukiombea yule ambaye anatutazama kupitia mahali popote ambapo walipo. Jehova Mungu, ukaweza kuguza maisha yao, ukabadilishe maisha yao Jehova. Baba Mungu, unajua kuna watu ambao wanatutazama kupitia nchi mbalimbali katika ulimwengu huu wote Jehova. Tunajua kuna wale ambao wanatazama kupitia sehemu kadhaa hapa Kenya, sehemu zingine za Tanzania, sehemu za Uganda na ulimwengu wote mzima. Baba Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunajua kwamba Yesu Kristo umetuleta mahali hapa, ukatutumie kama chombo. Na usiku wa leo Jehova Mungu, utakuwa pamoja na sisi, utatuwezesha Jehova, ili Yesu Kristo kupitia sisi ambao umeweka mahali hapa, watu waweze kupata Jehova kusikia kutoka kwetu. Usiku wa leo tumejiachilia mikononi mwako. Na Bwana Mungu, tunapoanza kipindi, tunaanza tukiwa pamoja na wewe, ukiwa umetuongoza, ukiwa umetubariki Jehova. Asante kwa sababu umetenda na utatenda. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen. Amen. Na bila shaka ni baadhi ya jumbe ambazo tunaendelea kuziangalia katika mitandao yetu ya kijamii na zinaendelea kufululiza, and we are happy kwa sababu mnaendelea kutufuatilia kutoka maeneo yote ya nchi ya Kenya na hata katika nchi zote tu katika bara la Afrika, bara Asia pale, hata pale Amerika. Tunajua kwamba bado na tunaendelea kwa sababu tunaamini kwamba Mungu ni muweza yote. Walivyoimba hapa waimbaji katika siku hii ya leo, kama alivyokuambia hapo awali, ni kwamba siku ya leo tu ni siku nzuri, siku ya Gospel Hotspot, ambapo baada ya kanisa tu tunasema kwamba hapa ndipo sisi tunapatana ili kwamba tuweze kumshukuru baba yetu ambaye yuko mbinguni. Na siku ya leo tukaona kwamba ndugu zetu, kwa sababu wako tu hapa Kisii, lazima tuwape chance kidogo ili waweze kuwa wabaraka na msaada kwetu katika siku ya leo. Najua kwamba hauko pale manyumbani, unaendelea kupata baraka zaidi kwa sababu najua kwamba mambo yako vizuri.
Haya, kidogo tu niweze kuangalia zile jumbe ambazo zimeweza kuingia hapa. Kuna yule ambaye anasema dada mkubwa pale, mambo vipi hot spot, thank you so much. Alice Nyabata anasema kwamba waiting, wamekuwa wakingoja hii show kwa muda, thank you so much. Fido, unasikia namna gani? Nasikia vizuri sana kwa hapa. Kidogo tu wafahamishe kama jina lako halisi na kidogo tu mambo mengi ambayo kidogo mtu anastahili afahamu ni yapi. Naitwa, jina langu kamili ni Ivan Omurwa. Ivan Omurwa ni mzaliwa wa hapa Kisii. Na nimelelewa daraja 2. Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Na kwa jina jingine ambalo ndio stage name ambayo watu wengi wanajua hapa nje ni Speedix Speedo. Oh yes. AKA the Miracle Boy, AKA the Anointed Voice. Oh my God. Yeah, the Miracle Boy. Yeah man. Mbaya sana. AKA the Anointed Voice. Wacha. Hiyo ndio mimi. Na kando tu pale kuna ndugu ambaye yani macho tu yanatizama, mikono yake ni macho tu yanatizama kwa mikono yangu kidogo inatizama kwenye pale kwenye keyboard. Hata amedisetia, sijamsetia, hakuna aliyemsetia hapa. Lakini tunajua kwamba ni kipaji. Ndugu, karibu, jitambulishe kidogo. Yes, nashukuru. Pia kwa majina ni Dismas Mogaka. Bwana ameweza kuniokoa, nyumbani kwetu si mbali. Ni hapo sehemu tunaita Mwembe. Katika Mwembe kule ndio nyumbani, ndio nimelelewa na ninaendelea katika huduma ya kufanya kazi hii ya vyombo. Sana sana kucheza keyboard na mambo mengine tu. Yes. Vizuri tu, kwa sababu bado tu tunaendelea. Mtazamaji, mahali popote ulipo, usiondoke mahali, maana kuna mengi zaidi ambayo yanaendelea kuingia hapa. Lakini tukiangalia pale kwenye SMS, kwa sababu nilikuwa nimesoma kidogo, tuliacha pale waiting, sio? Yeah man. Dorini Kamoka anasema kwamba hello. Mnasema namna gani? Hello too. Oh, good. Hello ni mwisho, anasema kama locked in till the end from South Mogirango. Wow, so much. Watu wa South Mogirango wako locked in kutoka katika county ya Kisii. Yeah man. Alice Nyabate anasema kwamba glory to God, I always God is always with those people with the talents. Maze, iko sawa. Yeah, amen. Mungu awasaidie. Amen. Kuna Polycarp Masina anasema kwamba tuned in bro, watching live from Nakuru. Kuna mwingine pia anasema kwamba following from Nyamira Kerenyo. Alright, huyo anaitwa Ongera Richard. Yes. Anasema kwamba I'm new here and Sizloni Omwesh, hi to you. Thank you so much kwa wale wote ambao bado tu mnazidi kutuma jumbe zenu, and we are so happy for you. We really have more to bless you this very day. Kwa hivyo ikiwa kumbe uko pale manyumbani and you want more blessings, just tune right here kwenye Kisii Hot TV ambayo ninaitwa ni show namna gani? Gospel hotspot. Mara hiyo inaku hotspot mahali uliko, unakuwa hot kama ulikuwa cold. Na unazidi kupambanua na kujua yale ambayo Bwana anatuwazia siku hii ya leo. Thank you so much. Bado tunaendelea. Kidogo tu watupe wimbo tu tena, wazidi kwa wimbo mmoja, kisha tutarejea hapa zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 3. Tuende mbele. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, sema hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe,
hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, unayeponya magonjwa, unayetibu wagonjwa. Yesu, wewe ni mtibabu mwema, hakuna kama wewe, tabibu wa ajabu niwe, unayetupenda Jehova, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, sema hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, unayetupenda Jehova, hakuna kama Jehova. Wewe ni Mungu, asante kwa upendo wako, kamtoa Yesu Kalvari, tunashoa zetu shukrani kwa kutupenda. Hakuna kama wewe, 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 wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe ni daktari mwema, ni Mungu unayeweza. Sema wewe, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema tena wewe, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Yesu, unaweza, unaweza Bwana. Sema unaweza, 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 unaweza Yesu, unaweza, unaweza Bwana. Oh Yesu, asante Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Papa Dismo uza tena. Sema unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Yesu, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Yesu, unaweza, unaweza Bwana.
Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Jehova umenitoa mbali, Ebeneza wastahili. Hata ukiwa uko nyumbani, nisaidie kumwabudu Jehova. Mali popote unatazama, mwambie Ebeneza wastahili, wastahili. Hata ukiwa kwa simu yako, kwa laptop yako, muinue tu Jehova, Jehova, Jehova. Ebeneza wastahili. Sema Jehova, Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Jehova, Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Sema Jehova, Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Kama sio wewe, kama sio wewe Yesu, kama sio wewe mimi singekuwepo. Maisha yangu Bwana yalikuwa mabaya sana, lakini wewe ukayatengeneza. Kama sio wewe, kama sio kifo cha msalaba, kama sio Yesu mimi singekuwepo. Maisha yangu kweli yalikuwa maovu sana, lakini Yesu ukanipigania. Sema Jehova, Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Jehova, Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Sema Ebeneza, Ebeneza wastahili. Wewe umwema kwetu, Ebeneza wastahili. Ebeneza, Ebeneza wastahili. Yeah. Nakwambia inapobamba unasema kwamba inabamba mbaya. Tuko hapa bado na tunaendelea kuzidi, na nikidhani kama baraka zinaendelea kufikia mahali popote ulipo. High five to everyone, ikiwa kama unaendelea kututizama in this very hour, ikiwa kwamba ni majira ya saa 3:31 saa ya Afrika Mashariki, tukiwa na ndugu zetu. Hebu jitambulishe bana, siwezi watambulisha bana. Speedix Speedo. Nami hapa ni Dismas Mogaka. Yes. The Speedix Speedo, the miracle boy ukipenda. Dismas the key master. The Yes. King Master. Key master. The key keys. Najua pale nyumbani nakumbuka kwamba kuna wakati tulikuwa tunaita ndugu, kuna ndugu fulani alikuwa anaitwa Clinton. Sasa sisi na ule utoto wetu tunamuita key. Thank you. Ikiwa bado unaendelea kuzidi kutizama kwenye Kisi Hot TV. Leo nimekula sabuni. Ikiwa bado unaendelea kutizama, thank you so much. We are happy kwa sababu unaendelea kututizama na bado unaendelea kuifanya Kisi Hot TV kwa nambari 1 hapa nchini Kenya na hata kwenye mataifa, tunasema kwamba kimataifa. Thank you so much. Sasa ningependa tu hawa ndugu zangu watulie kidogo. Naona kwamba pastor amejumuika na sisi kidogo tu, watulie and then tutaingia kwenye story yao. Sasa hivi wamekupa burudani. Na unajua hapa kuna mtu anaitwa Speedo. Yeah, the miracle boy. Yeye unajua akona talanta zaidi ya 3. Akiongea pale kidogo inakuwa ni baraka, na sauti yake sijui utamu uliozidi utamu. Dismas hapa Nipo. ndio hata mimi mtu niko na macho lakini sioni.
lakini yeye vidole zake zinaona keys bwana. Yani unajua vile nimesikia Beneza umenitoa mbali, keys vile zilichange sijui sijui aliweka uishiri kwa mkono. Uleka uishiri kwa midomo bwana. Unajua kila kitu na neema yake. Kila kitu na neema yake. Alafu unajua wanasema kazi ya Mungu haina makosa. Haina makosa kabisa. Yeah man. Thank you so much. Kidogo tu mtanipa mtaketi kidogo pahali kidogo kabisa. Najua kwamba tukirudi sasa itakuwa ni hadi saa 6 kabisa. Kwa hivyo msichoke kabisa. So wewe ambao bado unatizama pale usichoke, bado watarejea kidogo, nimewapa pumzi kidogo, alafu wataweza kurejea in a short while. Mkono wangu wa kushoto Speedix utaketi pale, mkono wangu wa kulia Dismas utaketi pale, itakuwa ni vizuri. Hata nimeanza kusahau kwamba ni najua ni kwa sababu kidogo keys zimekuwa tamu. Keys zimekuwa tamu. Thank you so much. Tutazidi tuanzia hapo. Wacha nikaribishe pastor wetu katika jioni ya leo aweze kutupea neno kidogo, au sio? Pastor, karibu sana. Asante. Ninafurahi kwa ajili ya wageni wako, nimewaona studio, hakika wanapendeza. Asante. Na nafurahi kwa sababu wamekuja ili watazamaji mahali popote walipo ili pia waweze kubarikiwa kwa ajili ya vipawa mbalimbali hawa wageni walio nayo, kwa sababu hakika Mungu ako na kusudio nzuri kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya hawa wageni ambao wako studio, na najua wataendelea kuwa pamoja na wapendwa watazamaji, na najua watabarikiwa sana. Kitambo iweze kufika mwendo wa saa 6 watu watakuwa wamebarikiwa sana, na naamini Bwana atatusaidia kwa muda huu mfupi ambao tutaweza kuwa naye, labda dakika kama 30. Naamini Bwana anaenda kutubariki sana kabisa. Pastor, sijui leo kanisa limekuwa namna gani? Umebarikiwa? Leo tumekuwa na wakati mzuri. Tumekuwa na wakati mzuri kanisani mwetu hapa Nairobi, Kamukunji Police Christian Fellowship Chapel, na pia nilipata nafasi nikakimbia kuenda kuona askofu wetu hapa Nairobi, maana ilikuwa ni siku ya kuhani, na tuliweza kumtembelea kule pahali ya Buruburu, na kukakuwa na wakati mzuri. Najua kuenda kutembelea kuhani wako ni kama kutembelea baba yako ambaye ameweza kukulea. Ilikuwa ni ibada nzuri mpaka hakika, na hata sasa ninaendelea kuitafakari kwa sababu ilikuwa ni wakati mzuri wa kujumuika pamoja na kuhani wetu hapa Nairobi, na ikawa ni wakati mzuri, na hata tukapata bia kupokea baraka. Unajua tumezoea kunena baraka kwa watu, leo ilikuwa ni wakati wetu pia kuhani wetu kunena baraka juu yetu, na anasikia mwili wangu ukiwa umebarikiwa kabisa. Leo uko smart, lakini naona ni kama hii mvua imewalemea. Leo umevalia sweta bwana. Baridi kiasi Nairobi. Baridi kiasi Nairobi imekuwa si haba, iko kiasi. Sasa ni vizuri pia kuweza kujipamba ili usikuje kupata ile, unajua naye baridi pia ikiingia kwa mwili utakuja kuona kwamba inaweza kukupea changamoto, na iweze kufanya kwamba wapendwa mahali tunapohitajika ili tuweze kuwahudumia hatutaweza kupata nafasi hiyo. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Tumekuwa na wakati mzuri, wapendwa wamebarikiwa, na mimi pia nikabarikiwa, na naamini kwamba jioni ya leo kwa muda huu mfupi ambao tunaenda kuwa nao, wapendwa wetu watazamaji mahali popote walipo wanaenda kubarikiwa kabisa. Alright, Pastor, sasa tupeleke pale milimani tuweze kukutana na yule Jehova. Amen. Basi wacha tuamini na tuombe. Baba wetu Mungu ishie juu mbinguni, tunalitukuza jina lako. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Naamini wapendwa mahali popote walipo wanapotazama
wameweza kubarikiwa mchana wa leo. Kuna wengi wameweza kushiriki ibada mbalimbali katika makanisa yetu mbalimbali. Na hata kuna wale walioshiriki siku ya jana, na kuna wale hawakupata nafasi kwa sababu ya kazi ama kushikika hapa na pale. Kuna wale wengine walishikika kule mahospitalini, ama wengine walikuwa wagonjwa kule nyumbani, hawakupata nafasi kushiriki katika ibada ya siku ya leo. Bwana wakumbuke, wabariki, wapate nafasi ya kupokea uponyaji, maana uponyaji ni sehemu yao katika jina la Yesu. Mahali popote wanapotutazama na hata wale watakaofuatilia kipindi hiki baadaye, ninawaombea kwamba wabariki, wainue, watende mema, ili kwamba neno hili ambalo tunalitafakari jioni ya leo tuweze kukua katika kiroho, maana neno lako linasema kwamba watu wako wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Maarifa tunapata kutoka kwako, na ndio maana kipindi hiki ambacho kinaongozwa na ndugu wetu Baba Isaac hii kinaendelea kukuza watu katika hali ya kiroho, na waweze kuwa na ufahamu, na watakapokuwa na maarifa basi hawataweza kupotea, bali watasimama katika neno, wataweza kujua ni nini wanataka na kufanya siku baada ya siku, na wataendelea kujengeka na mipaka yao itaenda kubanuriwa. Jioni ya leo tunapotafakari neno lako, ninaomba Bwana uweze kutubariki kila mmoja wetu ambaye anatazama na atakayefuatilia baadaye, ili jina lako liendelee kupokea heshima na pia utukufu. Tunaomba haya yote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tumeomba kwa imani. Amen. Amen. Pastor, sasa tupeleke pale tuketi tukule mkate wa uzima. Itakuwa ni baraka sasa. Asante. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Nataka tu kurejelea mahali pale tuliweza kufika, hicho hapo tuliweza kugusa kidogo, na nikaonelea ni vizuri, maana tu kuweza kumaliza chinzi Roho alikuwa anapendelea katika ile neno tulikuwa tunafuatilia kuhusu the power of spoken words. Yes. Nataka turejelee hapo ili tuweze kuangalia kidogo, kwa sababu kuna mambo fulani nilikuwa nataka kufundisha ili watu waweze kujua, na hasa wa Kristo, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo wapendo wanatakikana kujua katika maisha ya Kikristo, na tunapojua hayo basi yatatusaidia kutuelekeza katika neno la Bwana. Nakumbuka nilikuwa nimeweza kutanguliza wakati fulani, wakati nilipokuwa nafundisha kuhusu maombi, na nikaweza kuelekeza kwamba kila jambo tunalolifanya liko katika msingi wa maombi. Ndio. Ikiwa kama ni tunaombea jambo la ni ugonjwa, tunaangalia katika kitabu, kwa mfano katika kitabu cha James chapter number 5, tunaposoma ule mstari wa 14 inatuelekeza kuhusu vile tunavyoweza kuomba kwa wale watu walio wagonjwa. Tuliweza kuangalia kama tunataka baraka na tunaziangalia katika promises ambazo ziko kwa Mungu. Zimeandikwa promise nyingi, karibu 18 zimeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule 14. Baraka, promises ambazo Mungu ametupea pale ni nyingi. Nasema tutabarikiwa tunapotoka, tutabarikiwa tunapoingia, tutakuwa ni vijwa, hatutakuwa mkia. Adui watakuja katika njia moja, watatawanyika katika njia saba. Those all are the promises that God has given us in that precious word of God. Kwa hivyo haya yote hatuwezi yapata bila kuyatamuka. Tunayapata kwa ajili ya kuyatamuka, and then we possess those words inside us. If we need those blessings, we have to speak them. And when we speak them, we need to honor them. And when we honor them, we start walking with those words, with the power and with the hope and with the faith, and it will be realized in our lives. So, hiyo ndio vizuri, kwa sababu tukiwa Wakristo tusipojua uwezo wa maneno, hata andiko hili takatifu ambalo liko katika kitabu takatifu, hatutaweza kuown it. Ni kama nabii, kama kwa mfano wakati watumishi wa Mungu the angels walipomtembelea Abrahamu pamoja na Sara. In fact, kama Abraham angebeba lile neno la wale watumishi wa Mungu kama vile Sara alipolibeba, hawangekuwa na mwana. Kwa sababu wakati walipoambiwa mwaka ujao wakati kama huu mtakuwa na mwana, Abrahamu alilibeba na uzito, na akalihifadhi, akajua this is true because
these are servants of God were speaking. Akalibeba. Lakini Sara akacheka, na hata wakauliza kwa nini Sara amecheka. Kumaanisha that spoken words kutoka kwa watumishi wa Mungu aliona ni bure. Na ndio sababu akacheka. Lakini akatiwa imani, akaambiwa asicheke. When God has spoken through the servants, you have to take it. Nataka tena ni jog your minds, watazamaji pamoja na Baba Isaac. Tuangalie kuna huyu king aliyekuwa na ugonjwa wa ukoma. Ambaye alienda ili Naamani. Yes. Alikuwa ni kiongozi wa jeshi. Wakati alipomtembelea Elisha. Elisha hata hawakuonana na yeye, aliachilia neno. Akasema mwambie huyo Naamani aende katika mto Jordan, aingie ndani mara 7. Atakapotoka atapokea uponyaji. Those were spoken words from the servant of God, which will ambaye ingekuwa translated to healing. Lakini Naamani alikataa mwanzo. Akasawishiwa, akaambiwa hiyo maneno usipoyafanyia kazi hayataweza kufanya, they will not be realized in your life. So kwa sababu mtumishi wa Mungu amesema yabebe, yashike, yafanyie kazi. Amesema uende kwa mto. Na amesema uingie mara 7, sio mara 1. Yes. Na utakapoingia mara 7, basi ukitoka ile ya mwisho utatoka ukiwa umepona. Kumbuka Yoshua na watu wake wakati walipozungumziwa kwenda kusunguka ile inaitwa ule ukuta. Yes. Waliambiwa wasunguke kila siku mara 1 kwa siku 6. Alafu siku ya 7 wasunguke mara 7. Oh yes. So those words ambazo zinazungumzwa siko na umuhimu sana. Ukikataa kutii vile umeelezwa, halitaweza kufanya katika maisha yako. Ukifanya nusu, ukiambiwa fanya hivi na hivi na ufanye nusu, it will never be realized in your life. That's why tunasema there is power in spoken words. Yeah, sure. Kumbuka kuna Isaka pia. Isaka alipokuwa mzee akataka kubariki watoto wake, mtu tunaita Yakobo pamoja na Esau. Ile wakati alitaka kumbariki Esau, akamuita Esau akamwambia, mimi nimekuwa mzee na sioni, lakini nataka nikubariki. Sasa nataka uende unitengenezee kitu chenye gharama na nitamu nile, alafu ni nene maneno kwako. So those spoken words ambazo walikuwa nanena kwake ndio zilikuwa sikuche kulete manufaa kwake. Kwa hivyo mahali tulipowachia ndio nataka tuweze kuangalia kidogo, ili baadaye niweze kuzungumza mambo machache kabla muda wetu hauchaweza kuisha. Na tutaangalia vitabu kadha wa kadha, kwa sababu kuna kile kitabu tulizungumza na sitaweza kukirudia. Katika Yeremia 35 tulisoma Yeremia 35 mstari wa 1 mpaka ule wa 7, nikasema watu wanaweza soma mpaka ule wa 17. Neno la Mungu lilikuwa nazungumza kuhusu wakati wa mfalme wa Yuda alikuwa anaitwa Joakim. Wakati huo watu walifanya dhambi sana, na wakati walipofanya dhambi kuna watu walikuwa kuna wakati wa Jonadab walikuwa wanaabudu miungu ya Baal, na wakati walipokuwa wanaabudu miungu ya Baal ndio sasa neno lilimkujia Yeremia, akaenda ili anene na Walekabites, the Rekabites, ili aweze kuelekeza jinsi ambavyo ilikuwa iwe. Na wakati walipozungumziwa wakaambiwa waweze kunywa divai na pia waweze ili waweze kufanya agano mpya na Mungu, waweze kuacha ile agano ya kuabudu miungu, walikataa. Wakasema baba yao ama babu yao
aliyekuwa anaitwa Jonadabu aliweza kuwafundisha mambo na akaweza kuambia kwamba wasikunywe divai, wasijenge manyumba, wasipande, mambo mengi kama hayo. Na maneno yaliyozungumzwa na babu ya Rechabites iliwashika mateka sana. Na ndio wakawa wanaabudu miungu, wakawa wanakaa huko, wakawa wamekataa. Sasa wakati walipo wanakataa, naye ni Mungu anazungumza, anajaribu kuwaondoa katika hizo minyororo, those bondage, na wao wanakataa. Basi walikaa kwa muda mrefu, na unaona those the power of spoken words iliweza kuwashika mateka kwa muda mrefu. Na ndio tunasema kwamba maneno yaliyozungumzwa yako na uwezo wa kufunga mtu mateka ama kumweka huru na awe huru kabisa. Yes. Katika kitabu cha Genesis chapter number 1 in verse number 3, God Genesis created by speaking. Mungu aliumba katika kunena. God said, let there be light, and there was light. Kwa hivyo Mungu alinena kutoka kwa kinywa akasema wacha kuwe na mwanga, na basi kukakuwa na mwanga. Katika Genesis chapter number 2 verse number 18, naye pia Mungu akasema sio vizuri mwanaume aishi peke yake, ni vizuri kumuumbia msaidizi wake. Kwa hivyo kwa kunena hiyo hivyo tu, basi kukaanza kuumbika maumbile ya mwanadamu ambaye aliweza kuweka Adamu katika usingizi, na akaweza kutoa ubavu, na pia akaweza kumuumbia yule msaidizi wake aliyekuwa anaitwa Hawa. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa kwanza 17 kuna maneno, na hata leo tumekuwa na neno hilo kuzungumziwa na kuhani. Nakumbuka katika utangulizi tulisema kwamba tulikuwa tunatembelea kuhani wetu hapa Nairobi ambaye ni askofu, na pia akaweza kunena. Kuna kuhani aliyekuwa anaitwa Eli. Eli, kuna dada ambaye alikuwa anaitwa Anna. Anna alikaa muda mrefu bila kuwa na mtoto. Na wakati alipokosa mtoto akawa anamulilia Mungu kila wakati. Anamulilia Mungu kila wakati. Akakuja kugundua siku moja, kumbe niko na kuhani. Haya maneno nimemulilia Mungu kwa muda mrefu. Mungu, kwa sababu wakati wa Ana Mungu hakuwa ananena na mwanadamu ambaye moja kwa moja kama vile alikuwa ananena na Adamu wakati alipowaweka katika shamba la Edeni, kama vile alikuwa anazungumza na Musa moja kwa moja in the burning bush na kuingineko. Mungu alianza kuzungumza na wanadamu kupitia kwa makuhani, from the priest. Alianza kunena kwa watu wake kupitia kwa makuhani. Sasa wakati Ana alipogundua hili jambo la kukosa mtoto, nimekaa nalo kwa muda mrefu, nimehangaika, nimekejeliwa. Kumbuka Penina vile alikuwa na mkejeli kwa muda mrefu sana, na dada akasononeka kwa muda mrefu, akagundua kwamba kuna kuhani ambaye anaweza nena juu ya maisha yangu, na akinena basi maisha yangu yatabadilika. Akaenda kwake akiwa amesononeka, lakini akiwa na maombi ndani yake. Naye Eli akadhania huyu mama wakati huu ni kama amekuwa mlevi. Kumbuka alimuuliza, wewe kwa nini umekunywa? Lakini Ana akamwambia, mtumishi wa Mungu, mimi si mlevi, lakini nimebwaga moyo wangu kwa Mungu, ninamulilia Mungu anikumbuke, nimeteseka kwa muda mrefu, nimehangaika kwa mawazo, nimekejeliwa, nimedhihakiwa kwa muda mrefu. Basi kuhani akamunenea, akamwambia, kwa sababu umebwaga moyo wako kwa Mungu, basi na mimi ni kuhani ninakunenea, basi iwe hivyo. Mungu akubariki, na hata wewe uweze kubeba mimba na uweze kuzaa mtoto. Ikawa hivyo. The power of spoken words. Katika Genesis chapter number 25 verse number 32 to 33,
tunamuona Esau pamoja na Yakobo. Esau amekuwa njaa sana. Na wakati alipokuwa njaa, ndugu yake akapika hii ndani mbaya hii. Hii njaa ni mbaya. Na unajua by the way baba Isaac, shetani alitaka kujaribu Yesu katika sehemu ya tumbo. Kabisa. Wakati Yesu alipokaa 40 days akiwa amefunga, aliishi njaa sana. Shetani akaona kumbe sasa nimefika. Sasa ndio nitamkamata mateka saa hii. Akataka kumuingiza katika maeneo ya njaa. Ndiyo. Anamwambia kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu na imeandikwa unaweza kubadilisha hii mawe iwe mkate kwa sababu uko njaa, badilisha na ule. Sasa lakini naye Yesu pia akamwambia imeandikwa mwanadamu hawezi ishi kwa mkate ila tu katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Basi Esau akawa na njaa. Njaa, wapendwa watazamaji, mahali popote walipo, njaa imeleta shida nyingi. Maana ndio unaona njaa imeleta immorality, njaa imeleta early pregnancies, njaa imefunja ndoa, njaa imesimamisha watu kazi kwa sababu fedha inapokosa inaleta njaa na mambo mengi kama hayo. Sasa Esau alipokuwa na njaa akakuta ndugu yake ameweza kuwa ametengeza chakula. Ndiyo. Wakati alipokuwa ametengeneza chakula Yakobo akaangalia akauliza, sasa nitafanya namna gani? Naye Yakobo alikuwa anagundua, alikuwa anajua the power of spoken words. Wakati alimwendea akamwambia, mimi nataka kitoweo bwana, mimi ninaenda kukufa. Naye Yakobo akamwambia, fanya hivi. Hii tumbo itafanya nikufe. Sababu wewe unatamani tumbo, mimi nataka uneme kitu kwa ajili ya uzao wako wa kwanza unipe. Oh, yes. Na ilikuwa kwa kuzungumza. Remember, huyu alipeana tumbo, kitu ya tumbo, na huyu akanena. Ndiyo. Akamwambia, mimi siwezi kufa kwa sababu ya uzao utanigharimu. Imagine watu wanafanya dhiaka tu, dharau tu. Mtu anaongea kimadharau bila kuelewa hiyo neno ametamuka linaweza cost maisha yake. Ndiyo. Akamwambia itanifaidi nini? Itanifanyia nini? Chukua. Basi akaachilia uzao wake wa kwanza, akapewa chakula, akashiba, lakini the first light ile yake, the birthright, ikapotea, ikaingia kwa Yakobo. Na unaona hiyo yote ndiyo ilikuja kufanya mpaka hata wakati Yakobo alikuja kupewa ile baraka na baba yake, ilikuwa tayari. These things haikufanyika kienyeji, ilifanyika kwa sababu the birthright ilikuwa imebadilika kutoka kwa Esau, ilikuwa imeingia kwa Yakobo. Kwa hivyo hata Yakobo akienda hata mama akienda kumwambia, hata mama yake akienda kumwambia baba yako amezeeka, nataka lete kitoweo nini, hii tu ilikuwa kuthibitisha. Lakini ukweli ni kwamba mahali ilikuwa imefika, mtu alikuwa mzao wa kwanza ilikuwa ni Yakobo. Kwa sababu gani? Alikuwa tayari ameuziwa uzao wa mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo Esau alikuwa amezaliwa wa kwanza, lakini katika anga ya kiroho mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Yakobo, kwa sababu alikuwa ameuziwa tayari the birthright kwa kunena. Kwa hivyo you can sell your birthright, you can sell your blessings kwa kunena tu ovyo bila kupima yale maneno unayo yazungumza. Nikitaka kumalizia mahali pale katika kitabu cha Waroma 10 mstari wa 9. And this is where sometimes unasikia wachungaji wakisema, mimi tunataka uweze kukubali, ukiri wokovu. Kukiri wokovu, it is very powerful. Yes. And that is what the devil usually doesn't want. Na hata wakati tunapoitana altar call, tukitaka watu waweze kujisalimisha, wajitokeze mbele za Bwana, waweze kukiri
There is power in conversing. There is power in speaking from your heart that today I confess to the Almighty God kwamba mimi nimewachana na dhambi, kwamba mimi sitakubali kutumikwa na shetani, bali ninakubali kuanzia leo nimtumikie Mungu. So that is where we draw our power in the book of Romans 10 verse number 9, that if you confess by your mouth that the Lord Jesus and you believe in your heart the Lord raised him from the dead, you shall be saved. Sasa nataka tuangalie katika mahali mambo mawili ili niweze kukamilisha, naona imeingia saa 4. Kuna mambo yaliyozungumzwa na Yoshua katika kitabu cha Joshua chapter number 6 verse number 26. Alafu tutaangalia vile hiyo maneno yalikuja kutendeka in the book of Joshua chapter number, taangalia katika chapter number 6. Nataka tuweze kuangalia ya Joshua chapter number 6 and verse number 26. Neno la Mungu lina, sijui kama umefika hapo. Nishafika pale. Yes. Neno la Mungu nasema hivi, wakati ule Yoshua akatamuka kiapo hiki akasema, alaaniwe mbele za Bwana mtu atakayeinuka kujenga tena mji huu wa Yeriko kwa gharama ya mzaliwa wake wa kwanza wa kiume, ataweka msingi yake kwa gharama mtoto wake wa mwisho ataweka malango yake. Neno la Mungu hapa linasema hivi, wakati Yoshua alipofanya kazi kule katika wakizunguka katika ile mji wa Yeriko, maandiko yanasema kwamba walizunguka siku 6. Siku ya kwanza wakazunguka mara moja, siku ya pili wakazunguka, siku ya tatu hivyo, siku 6, siku ya 7 wakazunguka mara 7. Ninajaribu kuimagine huyu mwanaume anaitwa Joshua, mtumishi wa Mungu, alichoka sana. Ndio. Na alipochoka alikasirika na akaweza kunena maneno haya katika uchungu. Na akasema kama kutatokea mtu baada yangu katika jasho ambalo hii tumetumia kuangusha ukuta wa Yeriko, kama kutatokea mwanamume ama mwanadada yeyote atakaye jaribu kuinua tena hii ukuta, akiweka mzingi, akiweka jiwe la kwanza, mtoto wake wa kwanza atakufa. Na wakati atamaliza ile tunaitanga sasa kufunga ile finishing, mtoto wake wa mwisho pia ataweza kufa. Basi hiyo maneno ikakaa tu hewani, watu wakasahau. Ikaenda miaka mingi. Tuenda katika kitabu cha First King chapter number 16 verse number 34. Tuone kama hii maneno yalikuja kutimia ama ilienda namna gani. First King chapter number 16 verse number 34. Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34. Inasema, in his days Hail of Bethel built Jericho. He laid its foundation with Abiram, his firstborn, and with his youngest son Segub he set up its gates, according to the word of the Lord, which he had spoken through Joshua, the son of Nun. Amen. Sasa unasikia yale maneno yaliyozungumzwa na Yoshua yalikuja kutimia. Yalikaa hewani kwa muda mrefu. Yalizungumzwa na yakakaa hewani kwa muda mrefu. Lakini wakati huyu ndugu anaitwa Iheli Mbetheli, wakati wa Ahab akaanza kujenga upya ule mji wa Yeriko, akaanza tena kuweka ukuta. Wakati alipoweka msingi wa kwanza, mtoto wake wa kwanza akafariki, na wakati alipokamilisha, mtoto wake wa mwisho akafariki. Wakajiuliza, is it a coincidence? What is this happening? Why is it happening? Wakakuja kugundua
Kumbe haya maneno yamekaa hewani kwa muda mrefu na yaliweza kuzungumzwa na Yoshua wakati ukuta uliweza kuangushwa. Kwa hivyo maneno hayatoki. Oh yes. Maneno yanakaa katika anga ya mtu kwa muda mrefu. Na ndio maana naambia watu kwamba wachungane sana, na wazazi wasinene maneno ovyo juu ya maisha yao. Wachungane na watumishi wa Mungu, makuhani, wasinene maneno kwa uwepesi juu ya maisha yao, kwa sababu watawatega na maneno yao, watawatega na mambo mengine. Na sio vizuri maneno kama hayo yaweze kuneno, kwa sababu afadhali maneno ya baraka kuliko maneno ya kukutega. Maneno haya ya kukutega utayaona kama ni ya epesi, lakini atakaa hewani kwa muda mrefu. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa msichana mdogo, wamepatana na kijana, wanazungumza mambo hapa na pale, anamwambia mimi kama sitaolewa na wewe, siwezi olewa na mtu mwingine. Wakiongea tu kiorera kwa sababu ako form 4, amemaliza form 4, amepata kijana mwingine ya form 4, wanaongea tu mchezo. Wakikunywa uji, wakikunywa wako kwa cafeteria pale na nini, wakikunywa kachai, anatupatupa maneno rahisi. Haya maneno yatakaa hewani, alafu akienda kumbe ameenda university, akimaliza university anakuja anapata mtu mwingine. Akipata mtu mwingine anasahau yale maneno bado yamemfunga. Basi wakikaa kwa muda anakuja anapata shida kama hiyo inaweza kutokea. Watu wengine wameenda kwa waganga, wengine wakaenda kwa manabii wa uongo, na hao manabii wa uongo wakaweza kuzungumza maneno fulani juu ya maisha yao na wakawatega na maneno hayo. Na ndio unaona katika vipao mbalimbali zimewekwa kwa mabarabara hapa na pale, na unakuta mambo fulani yanazungumzwa na watu wanakimbia huko, na hayo maneno yakizungumzwa unakuta yameingia katika anga ya mtu na yanakaa kwa muda mrefu. Na pia mtu anaweza kujizungumzia labda watu wako katika familia, na katika hizo familia mambo kadha wa kadha yametokea na yameweza kushika watu mateka. Bwana asifiwe.
Kidogo tena tumerejea kwa sababu ya hali kimitambo, lakini sasa tumerejea and we are back kabisa. Ndio pastor tena amekisha niuliza kwamba kwani iko nini leo, shetani anataka kutuangusha, lakini wanasema kwa Kisii vira chanero tuko matinde chira. Hiyo kwa Kisii sidi inakuwa ngumu kidogo. Pastor alikuwa akimalizia pale akiongea kuhusu umuhimu wa yani zile nguvu zilizo katika maneno tunayozungumza kila kukicha. By the way, unajua hata hivi sasa ninaendelea kunena na ulimi wangu tu. Ulimi wanasema kwamba ulimi ni bahari tu. Wanasema kama ni kama bahari. Bahari ya mambo mengi. Japo kwamba ulimi ni kidogo ama ulimi ni kiungo kidogo kisicho hata na mifupa lakini kina athari kubwa sana kulingana na yale maneno ambayo mtu huyatamka. Kumbuka kwamba ulimi tu ndio husababisha mambo mengi. Kwa hivyo huu ulimi jamani, ulimi tutunze. Kidogo tu nikiendelea kungoja pastor tuliweze kusoma jumbe 2-3 akiendelea kukuja kwa wakati kama huu ambapo zimetimia mwendo wa saa 4:14. Saa hizo nzuri sana. Tukiingia hapa sasa itakuwa ni itakuwa kidogo ni kuendelea na kuzungumza masuala mawili matatu. Ndugu zetu ambao wako hapa watakuwa wakituambia mawili matatu kuhusiana na masuala yao na vijani ya maisha yao. Unajua kidogo leo naulizwa kulingana na jumbe ambazo zimeko hapa leo, kidogo naulizwa leo umeamua kusimama. Irene amezoea kwamba nikiketi inakuwa ni rahisi kwake kuniona. Sijui leo nimeonekana ama sionekani, lakini sijui, najua kwamba nikisema hata ndio ninaonekana zaidi. Maisiba Eko TV anasema kwamba niko ndani, tubarikiwe pamoja hadi tamati, amen. Pia tuko na dada bado tu, watu wako wengi. Kuna dada mkubwa anasema kwamba Isaac, I'll miss because of the network mbaya. Wairire wiya pamoja na pastor, na wasalimia katika jina la Yesu. Amjambo, live from Riyadh, Saudia, pamoja na wapenda sana. Isaya 1:14 pale anaweza kusema na tutabarikiwa. Kuna pale chini ambaye anaitwa bado ni Irene anasema kwamba tusome pale mahala 3:11 ile tutasoma baadaye. Irene bado anasema kwamba tusome Marko 10:42 tutasoma baadaye, lakini tunaendelea kuzidi. Thank you so much kwa hizo juma ambazo zinaendelea kuingia hapa kwenye Kisii TV. Kumbuka kama tuko kwenye Gospel Hotspot katika asubuhi tena katika jioni ya leo. Bila shaka tuweze kuingisha pastor wetu aweze kumalizia kwa sababu tuko na dakika 3 tu zake ambazo zimesalia. Pastor, umerejea tena, karibu. Ni kwa sababu ya hali kimitambo, pole. Asante. Nataka tu kumalizia niseme mambo machache kwamba kuna watu aina 4 wanaweza kuzungumza maneno yaweze kudhuru maisha ama kubariki maisha. Mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe ambaye unayazungumza. Unaweza kuzungumza maneno ambayo yanaweza kukubariki na unaweza kuzungumza maneno ambayo yanaweza kukudhuru katika maisha yako. Kwa mfano, tumeona jinsi Esau alizungumza yeye mwenyewe na yale maneno aliyozungumza yalidhuru maisha yake, akauza birthright na ikipotea. Na hivyo kuna watu wameweza kuzungumza. Nataka tu kuwazungumzia wadada wameweza kuzungumza maneno yanadhuru maisha yao. Tumeona vijana wakizungumza maneno yanadhuru maisha yao. Tumeona hata wazee ama wamama wanazungumza maneno yanayodhuru maisha yao. Kwa mfano, mtoto msichana anaweza ona watoto wazazi wake wakisumbuana, alafu wazungumze maneno kwamba mimi siwezi olewa, siwezi oa kama familia ni hivi. Hayo maneno atakaa katika anga, yataweza kumsumbua. Mtu wa pili ni mtu aliye katika mamlaka. Mtu aliye katika mamlaka akizungumza maneno juu ya maisha yako yataweza kukudhuru. Tumeona Yoshua akizungumza, he was a man of authority, na aliweza kuzungumza kama mtu ataweza kuinua tena mzingi huu, basi aweke jiwe kwa mzaliwa wa kwanza na aweze kukamilisha kwa mzaliwa wake wa mwisho. Tumeona yakitendeka. Mtu ambaye mwingine ni spiritual person, your spiritual leader, kwani wako pia anaweza kuzungumza maneno yaweza kudhuru maisha yako
ama yaweze kukubariki. Tumeona Eli akizungumza juu ya Ana katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1:17, na kuna wengine watumishi wa Mungu wengi ambao wameweza kuzungumza, lakini natoa tu mfano ili uweze kuelewa mtu wa tatu ni mtu wa aina gani. Na mtu wa mwisho ni words of curse or anger spoken to you by a person you have a soul tie. Mtu ambaye mmekuwa na uhusiano wa karibu sana na anaweza kuzungumza maneno juu ya maisha yako na yaweze kugudhuru. Na saa inakuwa sana watu katika ndoa na watu walioanza kujamiana kabla wakati wao wa ndoa kufika, basi hayo maneno mtu anaweza kuzungumza na yaweza kukusumbua. Sasa tufanye nini? Lazima hayo maneno yaondolewe. Kwa mfano, wakati Petro alipomkana Yesu, ukiangalia katika kitabu takatifu cha Bwana katika in the book of John, tunaona in the book of John chapter number in the book of John tunaona katika kitabu John chapter number niangalie niweze, John chapter number 18 17 tunaona ikiwa Peter akimkana Yesu. Wakati alipomkana tunaona alimkana mara 3, na wakati tunaona Yesu anapokuja kuondoa hayo maneno alitumia pia mara 3. Alimuuliza, Peter mwana wa Yona, je, wanipenda? Bwana, unajua nakupenda. Petro mwana wa Yona, je, wanipenda? Bwana, wewe wajua. Akauliza mara ya 3, hata Peter karibu akasirike. Kwa nini sasa anauliza mara ya 3 namna hii? Lakini Yesu alikuwa anatoa hiyo maneno katika anga yake, kwa sababu hiyo maneno Peter alisungumuza yangekuja kumsumbua, kwa sababu injili ya Peter haingekubalika, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa amemkana Yesu kwa kinywa chake. Kwa hivyo mtu aliye juu ya anga ya Petro aliyaondoa hayo maneno. Kwa hivyo pia sisi lazima tuingie, kama tumetamka maneno ambayo yanafunga maisha yetu, yanafunga anga zetu, lazima tutafute makuhani wetu, mtu aliye anga ya juu kuliko wewe, umueleze kuna maneno haya na haya niliyoyazungumza, na naona yamedhuru maisha yangu, yamefanya ndoa yangu haiendelee, yamefanya sipati mimba, yamefanya sipati mume, yamefanya sipati mke, na haya maneno, ama kuna yale yalizungumza na wazazi wangu wasa wamekufa. Lakini kama wako, enda kwao, watoe hiyo maneno katika anga yako na wanunulie zawadi, wapelekee, waweze kunena baraka juu ya maisha yako, maana wao ndio wamenena na wako. Kama wako, wacha waweze kutoa, lakini usishiingize katika tamaduni ambayo itaweza kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kama ni kufanya, ifanyike katika mapenzi ya Bwana, yafanyike katika mapenzi ya Bwana. Hiyo maneno yaondolewe na wazazi wako katika anga yako kwa njia ya utakatifu. Kama ni mtumishi wa Mungu alinena maneno ya kukufunga, pia yaondolewe katika anga yako katika njia ya utakatifu. Na najua Bwana ataenda kutubariki na zaidi tutaenda kuinuliwa. Kwa hivyo tujunge sana maneno tunayozungumza na yale tunayozungumziwa kwa viongozi wetu, sisi wenyewe, watu walio katika madaraka, na jinsi tunavyonena kwetu sisi wenyewe, kwa sababu itakuwa ni ya baraka. Amini Mungu atazidi kutenda mambo mazuri. Kwa sababu ya muda, nataka kuaga wapendwa nikisema kwamba there is power in spoken words. Ukitaka kubarikiwa, zungumza mambo mazuri kwa maisha yako. Ukitaka kuinuliwa, start practicing what you speak. Oh yes. Na utaweza kufanikiwa kabisa. Najua unanijaribu tu kuniambia yale ambao mzazi kidogo alikuwa ananiambia wakati fulani, lakini nimeelewa. Hapo sasa naona ni kama tuko sawa. Thank you Pastor, kwa sababu ya neno lako ni kuashiria kwamba umemaliza, na kwa maswali, segment ya maswali tutaweza kupatana tena wiki ijayo kuanzia hapo kesho, ili kwamba bado kwa mashine ya Christ, au sio Pastor? Ni kweli. Ichapo nataka tu kujulisha tu watazamaji kwamba nitashikika kidogo kuanzia kesho mpaka Jumapili, maana ninatoka nje ya nchi kidogo. Kuanzia kesho nitakuwa nje ya nchi, na nitaweza kurudi siku ya Jumapili, nitakuwa nimerudi. Kwa hivyo kuanzia hapo tena tutaweza kupatikana, lakini nikiwa
huko nje nikiweza kuwa na nafasi ya kupatana moja kwa moja katika mtandao, basi tutaendelea kama kawaida na itakuwa ni vizuri. Ni sawa tu, tutaendelea kuwasiliana kwani WhatsApp iko pale, itakuwa ni vizuri. Aya, basta tunaomba tu tuweke pale milimani tena uweze kuombea. Najua kuna watu ambao wakana mahitaji tofauti, lakini najua kwamba hata Mungu anaelewa kwamba wakati leo umetusonga lazima kwamba tukimbishane nao kidogo na itakuwa ni vizuri. Lakini najua kuna watu ambao kidogo wamejaribu kuangalia hayo maneno ambayo wamekuwa wakizungumza si mazuri, na kidogo tu kuna wale ambao wamefungwa na hayo maneno, lakini tunaamini katika jina la Bwana ambaye Kristo Yesu, tunajua kwamba yote hata vile vifungo huwa vinatolewa kwa sababu Kristo Yesu ndilo jina utakalo litamka na jina uwezo ndilo hilo, na naamini kwamba hata hivyo vifungo vya laana vitatolewa kwa sababu ya maneno fulani yaliongewa. Nikidhani tu pastor unaweza ukatupeleka pale milimani. Amen. Kwa hivyo wacha ninapoingia katika maombi watu waangalie kitu tunaita evil patterns. Evil patterns sinaashiria kwamba kuna maneno ambayo yako katika anga ya mtu inaweza kumdhuru. Hata katika evil patterns katika familia inaweza kukusaidia kujua kwamba kuna maneno yako katika anga ya familia. Evil patterns katika maisha yako yanaweza kuashiria kwamba kuna maneno katika anga yako, kuna maneno katika anga ya watoto wako, kuna maneno katika anga ya ndoa yako, kuna maneno katika hata anga ya kanisa. Ukianza kuona evil patterns katika kanisa lenu lile mnalo shiriki, mjue kuna maneno yametamkwa either with a spiritual leader katika kanisa hilo aliyetolewa kienyeji. Kuna wengine wanafukuza spiritual leaders kutoka kwa kanisa kienyeji, anaweza zungumza maneno. So ukianza kuona spiritual tunaita evil patterns katika kanisa lenu, dhehebu lenu, ujue kuna maneno yako katika anga ambayo yanatakikana kuangaliwa vizuri ili yaweze kutolewa. Lakini hata familia, kuna vifo vya mapema, kuna achari, kuna kukosa kuolewa, kukosa kuoa, mimba kutoka ovyo ovyo, na magonjwa mengine yasiyoeleweka. Unaenda hospitali hata mkipimwa kuna ugonjwa inaonekana but ukweli mtu ni mgonjwa. Those are some of the evil patterns ambazo zinaashiria kwamba kuna maneno ambayo yamezungumzwa juu ya anga ya familia, ya ndoa, ya kuoa, kuolewa, masomo, kanisa na mambo mengine kama hayo, na Bwana ataweza kuwasaidia. Najua hiyo ni mambo ambayo yanahitaji mtu ambaye anaelewa, na pia uweze kuona hizo evil patterns, uweze kuelewa. Na hiyo kifungo Bwana atakusaidia na utatoka na Bwana atakubariki. Wacha tuingie tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, nakushukuru kwa sababu ya nafasi nzuri ambayo umetujalia katika channel hii ya Kisioti TV ambayo tumeweza kuwa na wakati mzuri kuzungumzia uwezo wa maneno. Asante kwa sababu ya wale watazamaji ambao wamefuatilia ujumbe huu na hata wale watakaofuatilia baadaye. Wakumbuke Bwana, kuna wale wameingia katika kifungo, anga zao zimefungwa kwa sababu ya maneno walioyazungumza. Ninaomba Bwana uwakumbuke, uwafungulie anga zao, waweze kuelewa ni maneno gani yaliyozungumzwa kwa anga yao, waweze kuelewa ni maneno gani walioyazungumza, waweze kujua ni kifungo gani kinao wasumbua. Waonyeshe the evil patterns zilizo katika maisha yao ili waweze kuyashughulikia katika jina la Yesu, chinzi neno lako limetufundisha. Wakati wa Ahabu, wakati yule ndugu watoto wake wa kwanza alipofariki na yule wa mwisho akafariki, walianza kutafuta ni nini ambacho ni chanzo cha mauti katika boma yao. Wakagundua the evil patterns ya kifo ambayo ilikuwa katika familia hiyo. Kuna maneno yaliyozungumzwa yaliyo katika anga yao. Bwana, ninaomba kama kuna watu wanapitia changamoto cha vifo vya mapema, magonjwa mbalimbali haya ambayo hayana tiba, yengine hayaeleweki katika hospitali, maajali barabarani, shida za masomo, shida za ndoa, za kubeba mimba, changamoto mbalimbali, Bwana naomba wafungulie milango. Fungua Bwana mawazo yao, fungua masikio yao ya kiroho, ufungue macho yao ya kiroho, waweze kuelewa ni nini kinawasumbua ili wapate kuingia katika njia ya ukombozi wao. Anga zao sifunguliwe, nyota zao sifunguliwe katika jina la Yesu. Nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, utaendelea kuwaponya na utaendelea kuwainua. Ninawaombea walio wagonjwa katika hospitali na hata kule nyumbani.
kwamba Bwana utawafikia mkono wako wa pekee. Neno lako katika Yakobo katika kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 14 sema kama kuna yule aliye mgonjwa aite wazee wamuombee na wamwekee mikono na kumpaka mafuta. Ni yale maombi ya imani yatawaponya. Ninatuma neno la ombi la imani kwao kule katika vitanda vya ugonjwa hospitalini, kule nyumbani, wapokee uponyaji katika jina la Yesu. Na kushukuru Mungu, lete amani katika nchi yetu ya Kenya. Viongozi wetu Bwana uwabariki, wanapotembea katika sehemu mbalimbali jamhuri yetu ya Kenya, wapate kunena mambo ya baraka, mambo ya amani, walete watu katika upendo katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa wale wanaotafuta kazi mbalimbali, Bwana wafungulie milango, wapokee katika jina la Yesu. Walio na changamoto mbalimbali katika ndoa, wape amani. Walio na shida ya magonjwa ambayo wanaita terminal, ambaye kwako Jehova hakuna jina terminal disease, bali kwako ni uponyaji. Asante Bwana, ninanena baraka juu yao na nena uponyaji juu ya maisha yao. Uwakumbuke, uwainue na pia uwatende mema. Asante kwa sababu ya management ya Kisi Yote TV. Bwana endelea kuwainua ili wanapoendelea kuweka channel hii ili iweze kusaidia wengi katika mazungumzo mbalimbali, na pia neno lako lipate kuhubiriwa katika channel hii ili iweze kuwafikia wengi. Asante Bwana, uinuliwe na hata uhimidiwe milele. Nakushukuru kwa sababu ya ndugu baba Isaac. Bwana mbariki naye pia anapoendelea na show hii kila wakati wa wiki. Bwana umbariki, bariki pia maisha yake pamoja na jamii yao. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba kwa imani. Amen, amen. Baraka tele tukiwa nawe Pastor Jeremiah NYABENDE. Mungu akubarikie. Na unajua mara nyingi siku zote tunasema kwamba mwanga wa Bwana ukuangalie kabisa hata kwenye safari yako pia. Amen. Amen. Barikiwa. Sasa sisi ikiwa kwamba utapata wakati, I say to join hapa tukiendelea kuimba. Asante. Aya, tunashukuru sana. Ungependa kuwasalimia wawili watatu kabla tujaingia nikikaribisha hawa ndugu zangu hapa? Asante. Labda kwa wakati unataka tu kumsalimia mke wangu Caroline akiwa kule nyumbani. Ninaamini kwamba labda anafuatilia kule chini chini, kwa sababu ninaamini kwamba kila wakati huwa anafuatilia, hata kule nyuma anajaribu kufuatilia ujumbe huu na unaendelea kumbariki sana. Na pia wazazi, babangu Patrick, mama Malta na wapendwa wengi wote wakiwa katika sehemu mbalimbali kutoka kule college mahali nilipokuwa Kiganjo. Ninawasalimia wapendwa wote kwa sehemu ile. Ninawasalimia wapendwa kutoka Parliament of Kenya mahali ninapofanya kazi. Neema ya Bwana iwashukie kutoka Central DCI Central Nairobi, na wasalimia katika jina la Yesu. Na wapendwa wote kanisa letu hapa Kamukunji, kule Kisii, Gesonso, Kisii District na kila sehemu mahali wapendwa wanapotazama katika mtandao, ninatuma salamu za heri njema na upendo mkubwa katika jina la Yesu. Amen. Umekuwa baraka na kutakia usiku mwanana. Hawa ndugu zangu hata kwanza wasimame ndio kidogo uwaone. Unajua naona huku waona vizuri. Acha wasimame kidogo uwaone hawa ndugu zangu wamebarikiwa hapa, na kuambia ni vile tu Friday tu kupata nafasi. Unajua Friday ilikuwa ni siku yao. Unajua kitu ambacho napenda hawa ndugu zangu, wao sio ombaomba. That's the goodness. Yes. Hawa ni watu wanasema kwamba huduma tutaifanya na tutalipwa na Mungu. Amen. And whenever you have an event, ambia watu wangu hapa, huyu akishika saxophone ndiye ashika saa hizi, lakini saa hii kuna talanta moja kwa saa hii, zikikuja hapa zitafika 3. Na huyu mwingine hapa yeye alisema mikono yake kuna macho. Yeye kwa keyboard lazima cheza vizuri kabisa. Amen. And we are happy kwa sababu bado tu tunaendelea tu kufuatilia pastor. Najua hutatoka hapa. Amen. Asante wapendwa, Mungu awabariki sana hata kwa ajili ya vipawa hivi ambayo Mungu amewapea, na katika vipawa hiyo ninajua mnaguza nafsi na roho za wengi na mnaingiza wengi katika upendo wa Bwana. Na hakika maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:58, kazi ya Mungu si kazi ya bure. There is a time that God is going to bless you in his great abundance. Amen. Thank you, Pastor. We are blessed. Thank you so much. Tunakutakia usiku mwanana Pastor. Asante. God bless you.
Alright. Sasa tumerejea hapa kwenye studio, ndugu zangu wako hapa. Tuko na mtu anaitwa Speedix CBdo. Kidogo nikuwekee, unajua lazima nitengeneze sound. Kweli. Basi imeanza kuja. Sasa hapa sound iko sawa. Naona kwamba sound iko sawa. Buddhism jaribu hiyo ya kwako. Yes. Kabisa. Nafikiri tumerudi hewani sasa. Tumerudi kwa kishindo baada ya kusikia ujumbe wa maneno. Najua kuna vitu tofauti ambazo ziko hapa, lakini kidogo niweze kupata zile arifa tu nimeziona hapa, lakini sasa niweleta dada yetu Blessed Mom. Blessed Mom, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko mzima? Siku imekuaje? Niko mzima, nashukuru Mola. Amen. Tuko na ndugu hapa, mkono wangu wa kulia anaitwa anaitwa Dismas Mogaka. Na mkono wangu wa kushoto ni Speedix the Miracle Boy ama the Anointed Voice ukipenda. Lakini unajua hawa ni Mungu tu anawaonea. Yaani Mungu tu ndiye ako na macho yao. Lakini wako na macho ya kiroho. Hiyo ndio inanifurahisha. Wako na macho ya kiroho na wako na neno. Yaani cha mno wako na neno. Uzima bila neno sio? Iwezi kuwa vizuri. Kweli. I raise. I guide. Kidogo tu Blessed Mom, jambo moja kuhusu ndugu zetu hapa. Mimi ningependa kuambia tuko pamoja. Na tunawapenda na tuzidi kuombeana zote. Uhai ndio kitu cha muhimu. Kama uko hai, hizo zingine ni bure. Bora tu unapumua. Ndio. Ni hayo tu ndio naweza waambia, na waendelee hivyo hivyo. Haya, usiondoke, tungependa tu kujua story yao kwa muda mfupi. Nitawapa fursa kidogo wachangamshe kwa nyimbo inaitokana vizuri. Dada mkubwa, Bwana Yesu asifiwe. Dada mkubwa. Dada mkubwa ananiangusha. Dada mkubwa, uko namna gani? Tuzidi kufuatilia as we starting right away kwa mambo ya hiyo gospel nzuri. Itakuwa ni vizuri. Sasa tuko tumeanza. Yeah. Kabisa. Siku moja nilikuwa na shida fulani, nikaona niombe usaidizi kwa bosi fulani, rafiki yangu, tumejuana naye kwa muda mrefu. Siku mwake ilikuwa iko mteja, kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake, nikaambu nitoe kitambulisho, nikaangalia kama akona bon. Ayaya, akasema sina, huyo ni rafiki yangu. Wakasema no, huwezi ona bosi, ni lazima uwe na appointment. Asante baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Asante baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Any day, anytime, anywhere I go, I just knock, naingia. Any day, anytime, anywhere I go, I just knock, naingia. Any day, anytime, anywhere I go,
I just knock, knock, knock. Na ingia. Any day, anytime, anywhere I go. I just knock, knock, knock. Na ingia. Papa do small, let's go. Ukiwa tu hapo kwa nyumba, cheza tu na sisi pole pole. Kwa ofisi yako hakuna mabosi, hata sekretari pia hakunanga diary, eti lazima tupange. Any day, anytime, time. Kwa ofisi yako hakuna mabosi, hata sekretari huyo hatunanga ka meeting fulani, eti lazima tupange. Any day, anytime is a meeting time. Sikia. Kwa hivyo nikiwa na shida siwezi ngoja nipate appointment. Kwa hivyo nikiwa na shida siwezi ngoja niwe na appointment. Sema asante Baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Asante Baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Any day, anytime, anywhere I go, I just knock, knock, knock. Na ingia. Any day, anytime, anywhere I go, I just knock, knock, knock. Na ingia. Turn the papa. Hey, hey, yeah. We just want to tell you, ametufanyia amani. Yo, pale popote uliko tu, ipa pamoja na sisi. Oh, 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 oh. Pale popote ulipo, kama unabarikiwa tu, tutumie ka ujumbe hapo kwenye Kisi Hot TV. Inaitwa Gospel Hotspot. We bless the Lord. Listen to me. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Sema na mimi, amenifanyia amani. Sema tena, amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Sema tena, amenifanyia amani. Imba tena, amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nijapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa, ninajua uko nami. Gongo lako na fimbo yako, Bwana, vyanifariji, unanifanyia amani. Umesema ya kwamba utaniacha, sababu mimi nipo ndia jicho lako. Wewe wanitazama usiku, mchana, jioni,
unanifanyia amani. Haijalishi ndugu ni yapi unayopitia, haijalishi dada ni vipi umekuwa mgonjwa, mtazame Yesu mbinguni, maana yeye ni mwema, atakufanyia amani. Amenifanyia amani. Sema tena, amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Sema, amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia furaha. Yeye ni mwema anayenipenda. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Huyu Yesu amenifanyia amani. Yeye ni mwema, amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia. Sema, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia. Sema, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Hallelujah. We bless the name of the Lord. Yeye ni mwema. Mipango ya Mungu ni ya ajabu. Mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote hawezaye kuipangua mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ni ya ajabu. Mipango ya Mungu haipangapo, hakuna mwanadamu yoyote hawezaye kuipangua mipango ya Mungu. Manze, uko nje, hata kama unapitia challenges, jua tu mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni mkuu. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni the Bible says anapanga mipango mizuri juu ya maisha yako. Anapanga ufanikiwe. Mungu anapanga tu haone ukiishi tu maisha mazuri, Mungu anapanga tu aone tu ukifanikiwa, Unajua, na ndio maana tuko hapa usiku wa leo kama gospel hotspot, na ndio maana tumekuja hapa. So mahali popote ulipo, jua tu kwamba Mungu anakupangia mipango mizuri. Mungu anakupangia mipango ya kufanya ufanikiwe, ya kufanya tu uinuliwe. Mungu abadilishe maisha yako. Kama vipi Papa Dismo? Unajua God is having a very super plan. Haijalishi saa hii mali tunahudumu, tunakuongelesha, siku yako ilikuwa ndefu, ilikuwa mbaya, unafeel kama unasikia ku give up. Biblia inasema mshukuru ni Bwana kwa kila jambo. Mshukuruni Bwana, mwambie tu asante kila wakati. Unaona? Unamwambia tu asante, maana amekuwezesha leo unaweza kutuwatch live kwa Kisi Hot. Unajua kuna mtu saa hii mwenye alikuwa anatamani jioni apate hata opportunity tu akuwe hai. Siku moja mtu alikuwa ananiambia mahali, akaniambia, unajua wakati unawari unasema nitakula nini, kuna mwenye ajui atakula lini.
Yani wakati wewe unajiuliza nitakula nini, kuna mwenye ajui yeye atapata hiyo chakula siku gani akule. Na wakati ambapo unajisumbua na shida za dunia, unasahau kwamba hata uhai ulionao ni muhimu sana. So kabla Papa Isaac akuje ili tuweze kuendelea na kutoka mahali ambapo tumeachia, nataka tumwambie mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tuimbe wote, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tuimbe wote, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sema tena kwa sauti, shukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuru ni Mungu wa miungu, fadhili zake ni za milele. Shukuru ni Bwana wa mabwana, fadhili zake ni za milele. Anayetenda maajabu, fadhili zake ni za milele. Shukuru ni Yesu wetu, fadhili zake ni za milele. Imba kabisa, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Imba kabisa, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sema tena kwa wimbaji, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aliyeumba mbingu na nchi, fadhili zake ni za milele. Kafanya jua pamoja mwezi, fadhili zake ni za milele. Anayetupenda siku zote, fadhili zake ni za milele. Anayetulinda kila wakati, fadhili zake ni za milele. Tuimbe kabisa, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tuimbe kabisa, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeah, man. We bless the Lord. Oh, hallelujah. Ndio pale unasikia pastor akiingia kwa mkutano, watu washaimba namna hii, nasema hallelujah. Iko vizuri, lakini tunazidi tu kuendelea katika njia iliyo nzuri. Dada mkuu anasema kwamba Jesus name, amen brothers. Mmebarikiwa. Amen. Anasema kwamba sounds poor na sae tigabalinda abantu, neema yake iuongoze. Network yangu ni mbaya sana, lakini ningeingia. So kumbuka kwamba angeingia.
Amen. Okay. Maria Joy Mukira anasema kwamba amen, amen. Niko vizuri. Na dada mkubwa bado tu anaendelea kusema, oh my God, I pray for these brothers. Kweli kweli Yesu, waimbaji kweli kweli, kipawa ni kipawa. Hallelujah. Bernard Omanga anasema kwamba kutoka South Sudan, be blessed, na washika pale. Wish one day I can meet you and share with you. Oh my God, mtapatwa. You ulipatwa. Kwenye pale kwenye ile private chat inaitwa ile ni private, yani yetu ya private. Blessed mama anasema kwamba all the best guys, keep going, we love you all. Blessed songs and big up guys, mbarikiweni nyote. Amen, amen. I'm so happy and blessed. Amen. So she's happy because watu wameimba kiswet bwana. Wameswet bwana. Watu wangu mleta andika chifu. Tuliacha andika chifu hapo na bag. Sasa mtu aleta kuja hapa, itakuwa ni vizuri. Sasa nataka Speedix aketi. Speedix sasa aketi. Tukingoja kiti imekuletea karibu tu, alafu kisongeza karibu na mimi, itakuwa ni vizuri. Mimi ndio huyu hapa. Yes, songeza tena. Iko vizuri. Iko vizuri sana. Haya, sasa tata mimi niimbe leo, nataka uketi ukiimba. By the way, kuna kitu moja tujaleta, we are about to bring it. Ikifika mida ya saa 5:30 pale, baada ya sisi kujua story kuwahusu wa ndugu. Kwa hivyo usiondoke, because we have a lot to know about from these brothers katika jioni hii ya leo. Haya, kuna wimbo fulani unasemaga siku moja mama nitakulipia karo ya shule uende university na pesa za muziki. Siku moja mama nitakununulia nyumba ya kifahari uishi poa mama, na pesa za muziki. Ikiwa nitakuwa shukrani, niendeshe ndege, niwe rubani naimba. Na ikiwa nitakuwa karani wa benki, niwe karani naimba. Na ikiwa nitakuwa rubani wa ndege, niwe rubani anaimba. Popote niendapo, chochote nifanyacho, popote nitakuwa. Niwe na baba na mama, naomba mniache niimbe. Naomba mniache niimbe. Mimi naahidi kuwa nitaimba nyimbo za Injili. Niache niimbe. Naomba mniache niimbe. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hakuna anayeweza sema hajapewa kitu cha kufanya. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Wengine wanashona nguo huko shuleni wanasoma, wengine wamekonda wanakimbia, hakika wanasoma. Wengine maodito, ODC, CEO, MP, wa AGPC, ATO, hasla. Ikiwa takuwa shubani, niendeshe ndege, niwe rubani anaimba. Na ikiwa takuwa karani wa benki, sema niwe karani. Sema ikiwa takuwa rubani
niendesha ndege, niwe rubani. Rubani anaimba na ikiwa takuwa karani wa benki, niwe karani, karani anaimba. Hata mimi niko na voko bwana. Siko chini bwana, hata mimi najaribu bwana. Kai, hata mimi hata leo nimeambiwa big up bwana. Kumbe unajua kuimba hivi. Unajua watawahi kusikia. Tangu God tulikuja. I'm happy guys. Thank you so much kwa sababu sasa tena Dismas utaketi sasa hapa. Before sasa tusonge. Nataka usonge tena karibu tu na mimi. Karibu tu na mimi. Songa tu tena. Good. Itakuwa ni vizuri. Itakuwa ni vizuri. Sasa nataka nilete lakini sasa tusema ni saa 5:30. Nataka tujue story zetu, sio? Yeah man. Lakini tukijua hiyo story zetu ningependa tu Speedix utune wimbo ambao ni wako wa kwanza kabla ndio watu kidogo tu, hata kama si gospel, hata kama namna gani ulianzanga namna gani songs? Mimi nimekuwa gospel artist for very many years. Kwanza nimeokoka. Oh yes. Nampenda Yesu kwa mwokozi wa maisha yangu. Nilianza kurecord 2013 I guess kama sijasahau. When I did my first song ilikuwa inaitwa Maisha. Then 2014 Maisha was a collaboration between my cousin known as Bon B, an artist also, and another niece of mine known as Maggie the Psalmist. I know anaweza kuwa na watch too silently mahali pale Nairobi. Kabisa. And then 2014 ndio sasa nilianza my personal journey of music. When I did first album ilikuwa inaitwa Safari Yangu. Safari Yangu ilikuwa na songs kama Zakayo, Amenibadilisha, Vumilia, Mwamba, and Safari Yangu itself as a song. It was a certain hard journey, but kufika 2017 after I'd done some few songs hapo katikati ma singles kutoka 2014, 2015, 2016, 2017 I did a song that ilifanya vizuri sana Kisii County, inaitwa Vuerere. Then I did Make a Way and Acha Iwe and Iwicha Yawirecha. That way from 2017 kuja now my journey of music ilikuwa imepick vizuri hapa katika nisema eneo tu la Kisii na sehemu zingine katika nchi yetu ya Kenya. And let me just say that is how my recording journey has been. Good. Kabla ya hapo tungependa tupende ule wimbo ambao ulikuwa unapenda utuimbie 5 stanzas. Bila beats, bila kitu. Sasa vocal. Tuanze. My favorite song. Yes. Inasemanga, make a way for me where there seems to be no way, tengeneza njia pasipo njia. Make a way for me where there seems to be no way, tengeneza njia pasipo na njia. Maisha yangu ni kama safari, ninaishi niking'ang'ana. Ninakuomba ewe wangu Maulana, ninajua we ni wa maana. Maisha yangu ni kama safari, ninaishi niking'ang'ana. Ninakuomba ewe wangu Maulana, ninajua we ni wa maana. I am praying you make a way for me. I am praying tengeza njia. I am praying you make a way for me, Father. Nakuomba tengeza njia, tengeneza njia. Make a way for me where there seems to be no way, tengeneza njia pasipo njia. Make a way for me where there seems to be no way, tengeneza njia pasipo na njia. Unaanza kufana tena nianza kuimba.
hata wimbo huu umefanya kwamba dada yetu pale, dada yetu anaitwa Blessed Mama anaendelea kusema kwamba make a way for me 2022. I believe 2022 in Jesus name I'll make a way. He will make a way for me. That is Jesus. Amen. Unaona already ushatouch mtu mmoja. Amen. Na si kama ni mtu mmoja, tunajua kwamba kuna watu ambao bado, mashabiki wetu ambao bado mtu watarejelea history and they'll be like, history iko namna hii. And itakuwa like wanaendelea kufuatilia. But I'm very much glad kwamba bado tunazidi kufuatilia vizuri. Sasa tujue tu Speedix nani? Ile swali la kwa Gafadi. Speedix ni kijana ambaye ameokoka vile nitangulia kusema. Ni muimbaji. Ni vocalist, like vocal training. Vocal trainer wa makwaya na waimbaji wa kibinafsi. Mimi ni kijana ambaye bado ni sijauasi ukapera, manake sijaoa. Yes. Na pia ni kijana ambaye anapenda kumtumikia Mungu. Na pia ni mwandishi mzuri wa nyimbo, na pia ni mchezaji wa vyombo kadhaa vya muziki. Yes. Na pia ni kijana ambaye amejaliwa kukosa macho ya kiasili. Lakini amebarikiwa kuwa na macho ya ndani. Mimi nimelelewa katika jimbo hili letu la Kisii County. Oh yes. Ni kijana wa mama mmoja. Like I can say a single mother. Ambaye amenilea. Nimezaliwa katika kijiji kinachojulikana kama Mamogesa katika hili jimbo letu la Kisii, Kenya. Mimi ni Mkenya na Mkisii. Nimezaliwa kijiji cha Mamogesa, nimelelewa na mama. Na pia nimebahatika kuwa na ndugu yangu mmoja ambaye ndio ndugu yangu wa kipekee. Oh yes. Ni kipi tena nimesahau about Speedix? Speedix. Nitaanza kuandika application. Speedix, mimi naandika application kwa sababu nasikia utasema kama kuna mtu anakupenda. Oh my goodness. Kuna mtu pale unajua, najua, wacha nikwambie kweli. Speedo. Yani unajua hii nayo it's very true. Watangazaji any person ambaye anafanya sanaa ambao kidogo ni sanaa inayopendeza. Obviously kuna anakuanga na crush wengi. Umeenda hiyo direction. Lakini kuna yule ambaye kidogo wewe umesema macho yangu ya ndani yanamuona. Kwa sababu nini unajua? Unaweza ambia binti ni mrembo, haujamuona, sio? Lakini macho yenu ya ndani yanaona zaidi ya yetu sisi ambao tuko na macho. Sijui, lakini very soon nitaona kama ni mrembo. Lakini tuambie bana, tujue bana. Unajua kuna mtu unaotaota usiku. Leo ndugu yangu ambaye amekaa mkono wa kulia najua amefurahi, maana amekuwa akiniingilia sana. By the way, I thank God kwa miaka mingi imepita. Nilikuwa natafuta kupendwa na kupenda. Na kwa wakati mwingi most people kama sisi ambao labda hatujazaliwa kuona na labda kuingia katika, ambao pia tuko katika hii field ya muziki. And then umeokoka uko zile za Mungu, nataka unibariki na ule mtu ambaye atanielewa. Wakati mwingine inakuwa ni changamoto, lakini 2020 ilikuwa ni corona hii yenye watu wali struggle sana. Oh yes. But mimi nilimaliza vitambo sana because God aliniletea mtu ambaye mpenda. Ambaye panapo majaliwa tutakula keki. Yani big up to sana. Yani anakuwa kama unajua anasemanga eti inakuanga swafire. Sasa hapa ni vitamure. Manze, yani I really bless the Lord always when I wake up and when I sleep. For one and only honey harike monto. Manze, she's one in a million. A person, you know,
I know people outside here when you wanaona usema they understand what love is. But for me, no, love is sacrifice, and love is what comes from the heart. It is not what you see the physically. Ni maneno ya prophet. Mimi hapa nje sijawahi experience sura yake, sijui body size yake, lakini moyo wangu umeridhika ya kwamba yuko katika maisha yangu. Manze, whenever she is, ama kama kuna mtu ana watch na amemuona, yani mwambie kuna mtu tu, there is a king somewhere. The miracle boy, and the anointed boy. Nakwambia. Kemu. Yeah man. Inakuwa tamu zaidi, na ikiwa bado unaendelea kufuatilia, just follow here, ambapo ni kwenye KC Hot TV nambari 1 kwa masuala ya streaming pale, masuala ya kuchukulia muziki nzuri ya gospel pale. Ikiwa unataka kurekodi, wewe ni mwimbaji kama waimbaji wetu hapa, na the guitar man mwenye akona Macho ya keyboard. Ukiwa unataka tu vitu mzuri, just call kwa hiyo namba ambayo unaona hapo kwenye screen is 0700-169-444. Itakuwa ni vizuri ukifuatilia hivyo, ili kwamba uweze kuongea na management ya masuala ya marketing department ambayo itakuelekeza utakuwa unafanya nini kwa masuala kama hayo. Najua kwamba wakati huu huenda maybe umefiwa na ungependa tu baba yako kidogo aweze kustreamiwa, ukuwe na CD ama uweze kuwa na video ambayo ungependa kuirejelea kila wakati ukikumbuka baba yako kidogo. Unahisi kwamba wale ambao ni jamaa walionifika karibu walinisaidia sana, hasa wakati kama huu, kidogo tu ungependa kuona kwenye picha. Na unajua watu usahau sana kusema kwamba ni simjui yule relative. Kidogo hiyo inasaidia kwa watu kujua relatives. Ukimwona kwenye soko kidogo na compare na ile uliona kwa CD, unasema huyu ni relative kwangu. Kwa hivyo kupata hiyo streaming itakuwa ni vizuri ukipiga kwa 0700-169-444. Itakuwa ni vizuri. Tumemaliza mambo na advertisement. Okay. Tuko hapa kwa watu wetu wazito wangwana. Wapo. Sijasikia. Tupo. Yeah, Dismas huko? Tupo. Oh yes. Sasa nilikuwa nasangane kama umeenda chini. Haya. Tukiendelea kuzidi. Kidogo tu Speedix watu wangependa kujua. Unajua wanasema mimi watu kama hawa naona ni kama waendagi shule, hawakuenda shule. Speedix alienda shule. Speedix alibahatika kuenda shule. Ni mojawapo ya vile vitu ambavyo nashukuru Mungu kwa sababu unajua watu wengi ufikiria labda sisi hatuusomi. Sisi usoma na tunapata kazi kama watu wengine. Nilibahatika kuenda katika shule ya msingi ya St. Order School for the Blind, inapatikana katika jimbo la Siaya hapa nchini Kenya. Nikasoma shule ya msingi pale, baadaye nikaenda St. Lucy pale Meru. Na baada ya kutoka pale nikabahatika kufanya vitu vingine hapa nje ambavyo naweza kusema ni vingi tu, lakini nashukuru Mungu. Kwa hivyo kwa ufupi, nilibahatika kwenda shule na nilipata kusoma, na kupitia hayo masomo ambayo nimeyapata yamechangia kwa njia moja au nyingine jinsi ambavyo nilivyo siku ya leo. Kidogo tu watu waweze kuelewa, ulimaliza class 8 form 4 university namna hiyo. Like vile nilitangulia kusema, sisi usoma kama watu wengine wa kawaida. Oh yes. Kwa hivyo nili happen kuenda kutoka baby class pale, changamoto ikiwa mpaka class yangu 8 nikafanya mtihani. Kisha baadaye ndio nikaingia St. Lucy ambayo nimeitaja. Oh yes. Pale ndio niliweza kuendeleza masomo yangu. Kwa njia moja au nyingine nimeweza nikitoka shule pale nilikuwa nimehitimu. Actually one of the advantages ambazo tuko nazo kama watu ambao labda hawajabahatika kuona pale kwa shule, wakigundua una kipawa fulani wana venture into it. Kwa hivyo by the time nilikuwa nimetoka shule nilikuwa nimewezeshwa kujua ama kuwa na uwezo mwingi wa kuelewa mambo ya uimbaji na muziki. Kwa hivyo nikatoka hapa nje nikaongeza elimu moja ama mbili kwa
kwa vile vio ambavyo ningeweza kufikia. Nikasomea mambo dealing na labda utangazaji kidogo pale, muziki pia kidogo na mambo mengine ambayo labda yana deal na watu wasioona, mambo ya braille pale. Na kutoka hapo sasa nilipomaliza ndipo Mungu akanijalia nami nikatokea huku nje nikaanza kurekodi muziki zangu na pia kupata opportunity ya kuhudumu katika sehemu tofauti tofauti. Wow, such a nice story kabisa. Yes sir. Speedix unasikia wale watu, by the way acha nikuulize. Naam. Ukipita huko umeipata mtu anashirabu jina lako? Speedix. Akiwa naitanga Speedo. Speedo Speedix. Miracle boy. Kwanza kuna mwenye najua anitanga Spencer. Speedix. Speedix. Hey, shout out to our governor Kisii County man. Watulia bana, watulia. Speedix, you know, hizo vibe ziko mzee. Ina vibe. Ina raise, haiko down. Haiko down, ni vizuri. Lakini wewe unachukuliaje kwa watu wanashirabu jina lako jamani? Siwachukuliaje kwa ubaya. Yaani hadi umeshaifanya one of the questions. Siwachukuliaje vibaya. Unajua kuna wale watu mtu aliwahi niambia it depends with your nursery teacher. Nani alikufundisha alafu pia ulisomea wapi? Naamini kwamba si kila mtu ako na kile kipawa cha kuzungumza labda lugha ikiwa safi kama vile mimi. Lakini wakati mwingi labda nikaenda pale ushago nikasikia mtu anashirabu jina yangu, mimi umwambia ile jina langu lenye ni Vanakila. So that asiweze kungangana, maana najua jina langu labda kutamka wakati mwingine inabidi umelegeza meno na ulimi pale ndio usije ukajiuma pale, inabidi labda mtu anakupatia jina. Lakini ndio maana pia kwa mafans wangu wengine mimi waruhusu wanite tu Speedo. Maana ile linakaa rahisi kuliko na hiyo inachoma picha. Okay. Haya, ni vizuri tunaendelea kusonga kwa njia iliyo nzuri. Na ikiwa kama kuna swali pale na ungependa kumuuliza ndugu yetu Speedix, itakuwa ni vizuri ukifululiza tu ile swali lako ili kidogo aweze kujua. Wewe wakati ulizaliwa, baba yako kidogo, watu wanafahamu kuhusu baba yako kidogo. Kidogo tu wangependa kufahamu dadi anaitwa nani? Mimi nimezaliwa, wakati nilizaliwa katika hii hali yangu ya kutoona. Na kwa njia moja ama nyingine unajua ni si kitu cha kawaida kwamba mtu akijifungua mtoto anajifungua mtoto ambaye hana uwezo wa kuona, ambaye ni mlemavu. Kwa hivyo na ule wakati ambapo mama yangu alijifungua mimi kuwa mtoto wake wa kwanza na pia mtoto wake mdogo alikuwa katika hali yake pia ya uchanga, wakati ambapo unapata labda mwanadada ni mdogo pale, na wakati ambapo alijifungua yeye mwenyewe ilimkalia rahisi kwa upande fulani yeye kunikubali, kumbe ni kama Mungu alikuwa amezungumza ndani yake akanikubali. Lakini wale watu ambao walikuwa namzunguka kama tuseme sasa baba yake, mama yangu ambaye ni babu yangu, alikuwa amenikataa akiitisha kwamba ingewezekana labda nitupwe ama niwache hospitalini. Na pia ikafanyika kwa baba yangu ambaye pia angeweza kunilea. Wakati ambapo akauliza ni mtoto gani amezaliwa, ni mtoto kijana lakini ni mlemavu. So baba yangu akaweza kunikana na kanikataa. So nimeweza kulelewa na mama akiwa peke yake, na ndio maana nikijitangulisha pale nilisema mimi ni mtoto wa single mother. Oh yes. Yeah, so mimi maisha yangu mengi nimekolea kwa kina mama. I really thank God because of my mother and nyanya yangu pale nyumbani na watu wengine. Nashukuru tu Mungu kwa sababu kupitia wao angalau nimeweza kustand out. Najua babu yangu alikuwa amenikataa, lakini kwa muda mrefu wakati ambapo aliona mama yangu ameshikilia kunilea, ulifika tu wakati ambapo angeweza kukataa tena, japokuwa alikuwa na yale machungu. Maana hakutarajia mtoto mlemavu. Ilikuwa ni kitu ambacho kilishangaza watu wengi. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu mama yangu naye amenilea. Unajua mama yangu alipambana sana kufanya biashara hapa na pale.
akahakikisha kwamba nimesoma, kisha kwamba nimekuwa nakula, navaa, na kunywa. And really hata kama baba yangu alinikataa, naweza sema mama aliensure kwamba ile gap ya kufeel kwamba hauna baba sikuwa naweza kuifeel, kwa sababu alinilea katika njia ya nidhamu na njia ya upendo mwingi sana. Kwanza ikiwa kwamba mimi nilikuwa mtoto wake wa kwanza. Nafikiri tu naweza kusema huo ndio umbali ambao Mungu amenileta. Kidogo tu ulipokuwa mdogo hivyo, ni kumaanisha kwamba ulilelewa hapa kwa kina mama? Naam, nililelewa kwa kina mama. Na katika udogo wako tu masuala ya kwenda kanisani, kuna njia ulikuwa unapeleka kanisani, lakini ulipokelewaje katika wakati walifahamu kwamba uko na talanta? Nikiwa mdogo, wakati ambapo nilikuwa na nimekomaa miaka yangu miwili pale, baada ya miezi nimekomaa, ndio mama yangu alianza kugundua kama niko na kipaji. Lakini nikizaliwa wazazi wangu walikuwa ni Wakristo na walikuwa wanashiriki kanisa la Kisabato. Kwa hivyo mama yangu aliweza kunipeleka pale, lakini kulingana na ushuhuda ambao ananipatia ni kwamba nilikuwa nikilia sana. Nilikuwa sipendi kuwa katika hilo kanisa, na ile wakati ambapo mtoto ni mdogo na unampeleka kanisa analia, kama mahali mama anatamauka, anakata tamaa, anasema basi wacha nikae nje huyu mtoto akomae, maana hakuna haja anaenda kanisa na sisikizi neno. Mtoto analia, so akaniacha pale nje. So Jumapili moja kulipokucha, baada ya kiamsha kinywa pale, mama na shughuli zake za kawaida vile kina mama ufanye pale nyumbani, akawa amesikia nimeenda mahali kulikuwa kumewekwa vibuyu vya maji. Nimejaribu kuvisongeza lakini havina maji. Niko pale na miaka takriban 3. Mimi ndio huyo naanza kupiga vibuyu. Anasikia pale kwa kanisa. Anashika vipi? Mimi nasikiza ni kama kuna wimbo unaimba kwa kutoka kwa kanisa ambalo liko karibu. Nami napiga pale vibuyu. Akagundua huyu kijana kuna kipawa. So babu yangu akawa amemwadvise, akamwambia huyu mtoto ndani yake kuna kitu. Huyu ni kama atakuja kuwa mcheza vyombo na mwimbaji. So naona anapiga vibuyu hapa na anaimba ule wimbo alikuwa anasikiza kwa radio. Kwa hivyo nakusi uanze kumpeleka kanisa la Full Gospel lilo karibu. So akaanza kunipeleka Full Gospel. Kwa hivyo kanisa yako ya kwanza baada ya Sabato ya Kiadventista ilikuwa ni FGCK? Naam, ilikuwa FGCK. Maeneo gani? Pale nyumbani, Kisii daraja 2. Nilikuwa nashiriki kanisa linajulikana kama Mora Full Gospel. Mora. Na kidogo tu watu watambue kidogo, hii ulikuwa mwaka gani bwana? Ninaweza kukumbuka, unaweza kuwa labda around 96, 95. Jehova wangu. Ni kitambo, lakini 95. Ni kitambo kweli. Ni kitambo. Kama iwezi kuwa hapo, labda itakuwa around the early 2000s, lakini nafikiri lazima itakuwa around 96, 95 kulingana na historia na ifuatilia. Alright. Kwa hivyo ni miaka ya kitambo. Ndio Speedix mwaka 1990. Hiyo sijui. Ndugu, nataka kujua miaka yangu. Hiyo sasa lazima tutajua miaka very soon, hatuko mbali na kujua miaka. Baba, karibu tu. Baba, mwezi huu ndio ule si nataka nianza kuibia siri, mwezi huu tunakata keki. Yes. Hapo sasa hiyo lazima utatusema na lazima tutakucelebrate hapa. Ikiwezekana tukipigie simu tukwambie happy birthday. Japo msinimwagie maji. Kwanza maji baridi ngori unless warm. Kwani wewe warm, wewe ni eke chuchu. I'm not a cold blooded animal. Wewe ni kifaranga tunataka tukutoe manyoya. Bwana, hiyo hapana bwana. Hiyo lazima yale baridi. Naomba tu mvua inyeshe hiyo siku kwa sababu wewe ni jirani nikutembelea. Nitahakikisha sipatikani. Uzuri ni ule mimi nikikuwa kwa giza wewe huwezi niona. Lakini mimi nitajua mahali uko. Wakati utakuwa mteja. Kama siku hiyo utanipiga hata jiwe nisikie mchawi.
Tunazidi vizuri zikiwa zimekatika na dakika 22 baada ya saa 5 usiku leo, ikiwa kwamba ni siku ile ya 5 mwezi huu wa 12 ama Disemba mwaka 2021, tukiwa kwamba tumebakisha siku chache tuweze kuvuka mwaka ujao. Na tukiwa kwamba tumefika kwa Speedix akisema kwamba alifika wakati fulani akapelekwa kanisani mwaka fulani, tukiwa tunajua hali ya miaka yake. Tusonge kwake ndugu Dismas kidogo. Dismas, hujambo? Si jambo sana, si jambo kabisa. Watu wangependa kukujua pia wewe. Dismas ni nani? Dismas huyu ambao wanamtazama kwa wakati huu ni kijana ambao ameweza kuzaliwa sehemu za kule karibu na Minyinkwa, mahali tunaita bila kukaa nyumbani sana ndio maana sahau, lakini una search uniwe tu radhi, watakuia tu radhi tu. Ukifika hapo Mwembe tu ndani kidogo, mahali tunaita Nyamage. Hilo jina limekuja Nyamage. Nyamage. Good. Kule Nyamage ndio nyumbani. Na niliweza kuzaliwa mi peke yangu kama kijana. Mi wakati nilizaliwa pia nilikuwa vizuri kama wewe, kama yule ambaye ananitazama wakati huu. Oh yes. Lakini nilipofika karibu miaka 9 hivi 8 ndio niliweza kuharibika macho. Uliweza kupoteza nguvu za kuona? Niweza kupoteza nguvu za kuona na ni kwa sababu ya ugonjwa wa measles. Pole. Sasa uliweza kuniadhiri. Lakini mama naye alikuwa mzuri kwa sababu aliweza kunishughulikia kidogo, ikashindikana. Na hata mimi pia sikumuona baba, ni kwa sababu aliaga kitambo sana. Sasa nikawa na mimi pia nimelelewa na mama mpaka miaka 10 hivi ndio naye akaja akaaga. Kwa hivyo mimi sina wazazi wote, lakini kuna mzazi ambaye ni baba aliye mbinguni. Amen. Amen. Sasa katika njia hiyo nimeweza kulelewa katika familia yetu ambayo ni mimi peke yangu. Na katika hii hali ambayo ya kutoona nimekuwa nikipitia changamoto nyingi kutoka utotoni. Na hata wengi wale ambao walikuwa wananilinda kwa wakati huo waliona ya kwamba huyu kijana hawezi kutusaidia chochote kile. Lakini ilipofika miaka 10 hiyo, wakati mama yangu alipoaga, nikapata Samaria mzuri ambao ni mpasta mmoja wa kanisa la PAG kule nyumbani. Akaweza kunishughulikia. Oh yes. Akanipeleka shule. Nikaweza kusoma pia, nilimaliza form 4. Lakini katika ile shule yetu ambayo ni shule yetu ya kutoona. Hivyo nilisoma, ila tu sikuendelea katika college. Ndio nilikuwa nataka niende nisomee walimu wa Kiswahili. Nilikuwa nataka niwe mfundishaji anayefundisha Kiswahili kizuri. Lakini pia haikuwezekana. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu maisha hayo nilikuwa nahitaji pia. Mungu alikuwa amenipangia kwingine. Kabisa. Kwa sababu nilipofika nikiwa mtu mzima kiasi, niliweza kuchagua pia mimi kuingia katika hali ya vyombo. Nikiwa kule shuleni niliweza kusomea mambo ya music. Japokuwa hayakuwa akilini sana, ni kwa sababu niliona ni vigumu sana mtu kama mimi kucheza vyombo. Na nilianzia gitaa, nikaona gitaa inanipeleka vizuri. Na hata nilipoingia upande wa keyboard na vyombo vingine kama kucheza drum na vingine, iliweza kunikalia challenge. Lakini pia nilijipa ule moyo ya kuwa kama mtu aliye vizuri anaweza kutumia hivi vyote, na mimi pia naweza kuweza kutumia hivi vyote. Ndio. Kwa hivyo katika ile hali ya kutukufa moyo, niliweza kusonga mbele hadi wakati ambao nimefika. Niko na talent hii ya kucheza vyombo. Hata wengine wananishangaa sana kwa sababu huyu kijana hana macho na anacheza vizuri sana. Kwa hivyo hiyo ndio hali nimepitia. Lakini I thank God kuwa yeye ni mwaminifu katika maisha yangu. Amen. Amenishughulikia sana hadi wakati huu jinsi inavyoonekana. Mimi siombaombi wala hawezi kunikuta nikikaa mahali, ila tu nafanya kazi ya mikono yangu ndio inanilisha, inanifanya hata leo hii jinsi nilivyoonekana ni kwa utukufu wa Mungu.
Amen. Huyo anaitwa Anenga Dismas kwa Kizikizi agorugunga Dismas. Mogaka. Mogaka. Watu wanakuitanga ache so wanakuitaje ache? Mogaka ngakimogaka mbuyore. Tisimasi. Adiwa tisimasi ditokanga kwa disi. Itawa kwa tisimasi. Alafu unajua zile ma short form za ayatisi. Ayasibiti. Hata nilipata wengine wananiita Dio. Itakuwa Dio miaka inayokuja tu sidali. Vizuri. Wanda ambao bado mnaendelea kutufuatilia kutoka kwa mitandao ya kijamii, mfano tu mtandao wa Facebook pale, you can like that page, vile vile ulike hiyo video ama kuilove, yani unaipenda kabisa. Alafu ukifika hapa pia kwenye YouTube pia like hiyo video na uweze kushare na friends wako pale, itakuwa ni vizuri pia ukiambia jamaa na marafiki kwamba tuko na ndugu hapa wanaendelea kusimulia historia yao, kwa sababu ni kweli kwamba hawana uwezo wa kuona, lakini kuna kitu ambacho mimi ninafurahia kwa sababu siku moja Speedix ameongea mahali fulani na hicho kitu kiko kwa akili yangu. Bwana anasema kwamba alitumba kwa mfano wake. Na alipotumba kwa mfano wake akasema kwamba hata mimi ninaamini kwamba ninafanana na Mungu wangu. Amen. Hiyo tu ndio huwa inani nice, ina raise. Siku moja nilikuwa pia nikiambia mtu, unajua kama Mungu asingeumba watu kama sisi, mungesikianga stories za kina Bartimayo na watu hawaamini. Nasema Yesu aliwahi ponya Bartimayo ambaye alikuwa haoni. Yesu aliwahi saidia, aliwahi fanya yule mtu alikuwa kiwete akatembea. Lakini watu hawaamini, maana mtu anajiuliza mtu angekuaje kipofu, mtu angekuaje kiwete. Lakini sisi tumekuja hivi katika utukufu wa Mungu. Ndiye angalau mtu akiangalia anasema kama nimeona Speedix, nimeona Dismas wakiwa hivi, basi ni kweli Mungu anaweza toa mtu kutoka kiwango fulani hadi akamweka kingine. Speedix, nikuulize tu swali moja kidogo kwa wale wazazi. Huenda kuna mzazi ametelekeza mtoto wake, ana uwezo wa kuona kidogo tu, ana shida mbalimbali za ulemavu na anawaficha, kuwatelekeza, kutowapeleka shule. Ungependa kuambia ujumbe upi, kwa sababu pia wewe ulikuwa katika hali hiyo wakati mmoja? Kila naweza kusema ni kwamba mtoto mlemavu ni mtoto kama wengine. Ni kiungo kimoja labda kia mwili akifanye kazi. Wakati mwingi mimi huambia watu si kwamba sina macho, ndio, lakini macho yangu ndio hayaoni. Sema mtu mwenye hana macho, mimi nina macho, labda hayaoni. Kwa hivyo huyo mtu kitu cha kwanza ambacho watoto walemavu hutaka ni kuishi na kulelewa vyema kama watoto wengine, pasipo kubagua. Unamchukua mtoto huyo, treatment unampea ni kama ya mtoto mwingine. Number 2, mambo ya kupelekwa shule ni kitu cha muhimu, ama ni kiungo muhimu sana kwa mtoto mlemavu. Haswa ambaye haoni, asikii, labda haongei, aina nyingi haswa hizi za ulemavu. Inatakikana huyo mtoto hapelekwe shuleni. Tofauti na kwamba utampeleka hospitalini ujaribu kuangalia hali yake kama iko sawa, kama anaweza kupata uwezo wa kuona tena, ni vizuri umchukue shuleni. Maana pale shuleni sisi hatufundishwi tu masomo ya kidarasa peke yake. Pale huyo mtoto anafundishwa kukua kama mtu mzima wa kawaida. Ukatutembelea mimi na Dismas mahali ambapo tunakaa, ama labda ukanipata wakati nimetembelea Dismas, utapata labda anapika ugali pale na msaidia kupika mboga, ama kama alikuwa anaendelea kuosha vyombo na msaidia kufua upande mwingine. Maana sisi hatujajiachilia katika ile hali ya kwamba hatuwezi. Tumejiachilia katika hali ya kwamba tunaweza ishi kama maisha ya mtu mwingine wa kawaida kabisa. So huku nje, kitu ambacho wazazi wanafaa kujua ni kwamba mtoto ambaye ni mlemavu ako na ability ambayo ni extra, tofauti na ile macho ambaye amekosa. Ya kwamba mtu ambaye ni mlemavu ni ulemavu tu amekosa. Kwa mfano, ikiwa mama yangu angekubali ule wakati ambapo aliambiwa anitupe,
atungelikuwa na Speedix ambaye anaimba leo. Ndio. Ikiwa labda mzazi wa Dismas kwa njia moja ama nyingine, wakati ambapo aliona ni mlemavu, angeamua amuue, atungelikuwa na Dismas ambaye anapiga keyboard leo. So ni kwamba hawa watoto wanataka treatment, usiwafiche. Usione ni kama unamuonea aibu. Mtoe kwa watu, wacha asaidike, kwa sababu when mtu mlemavu anaweza kujisimamia na anafanya vitu vyake extra, hata yeye ana feel comfortable kama mwanadamu wa kawaida. Na wajue kwamba sisi ni wanadamu kama wanadamu wote. Kwa hivyo ujumbe wangu pale nje ni kwamba ensure mtoto mlemavu ambaye uko naye akona self esteem ya kutosha, amejikubali kwa ile maisha anaishi, na umejaribu kuensure kwamba ako katika maisha ambayo ni mazuri, na umemtreat, ukampeleka shule kama watoto wengine, ukamfanyia na ukampatia opportunity ya kujiexpress, ili kile kipawa kiko ndani yake kikionekana, wakati mmoja kitamsaidia. Naam. Vizuri. Kidogo tu kwake Dismas, kidogo wewe umeyapitia hayo, kwa sababu wewe mfano kwako wewe ulikuwa na uwezo wa kuona na baadaye ukalose. Wewe kidogo tu wewe watu walikuonaje, kwa sababu ulikuwa mtu ambaye kidogo umeelewa hali ya maisha? Ilifika mahali mpaka watu wakaanza kusema huenda ni ushirikina. Wengine wakaanza kusema ni kama mama yake hakuwa mtu ambaye ni anajitegemea, ama alikuwa anakula vitu vya haramu, ndiposa mtoto wake ameharibika. Yani mambo ni mengi tu yalikuwa wanazungumzia. Lakini katika hayo yote niliweza kujipa moyo, nikajua tu ya kwamba kama ni Mungu aliniumba chinzi niwe chinzi nilivyo, japokuwa inauma ndio, lakini nilijitia nguvu na nikaweza kusonga mbele ili niweze kuendelea. Wajua kwamba kutokuwa na macho hiyo sio mwisho labda ya maisha. Ndio. Tujue kwamba ulemavu wote ule ambao unampata mtu wa mwanadamu wenda ni mipango ya Mungu, kwa sababu hakuna jambo linalofanyika chini ya jua Mungu asijue. Ndio. Kwa hivyo hilo jambo liweza kunitia moyo sana, nikapata watumishi wa Bwana pia wakaweza kuni-encourage. Nikaweza kusonga mbele kwa ajili ya kujitegemea. Pia mimi vile unaponiona hivi, mimi ni mwimbaji pia. Na napenda sana kufundisha kwaya. Na niko na hicho kibali, na pia mimi ninafanya hata kwa studio, naweza kufanya kazi nyingi sana. Kwa hivyo mimi naona kwamba wenda kutohona kwangu katika ile njia ya kimwili, Mungu alinipa macho ya kiroho kuelewa kabisa, ili nipate ufahamu wa kujitegemea. Maana simtegemei mtu yoyote yule kunisaidia. Hata mahali ninaishi nakaa peke yangu. Mimi bado sijakuwa na mke. Lakini Bwana amenisaidia, naweza kujipikia, kuosha kila kitu na kufanya kazi yoyote kama mtu yoyote ile. Na ninaweza kulipa nyumba, naenda kwa soko, ninapageni vizuri kila kitu. Mimi sitaki kupewa vya bure. Mimi ninanunua vitu vya bure. Hivyo bure mimi sipendi. Kwa hivyo huyo ndiye Mungu aliyenisaidia hadi kiwango hiki ambao nimefika, ni kwa uwezo wake. Amen. Tunapoendelea kusonga pale zikiwa zimekatika dakika 36 baada ya saa 5, na hapa inabidi kama tulete kitu kinaitwa sax. Kisikia hii music kidogo, tuweze kubadilisha mtindo. Tulete sax. Alafu kisikia tu hii music ambayo natumia kama background music kila siku nikiwa kwenye show za Moshene, nikiwa kwenye show kama hii. Hiyo sasa ukisikia kwa kitu pahali hiyo sasa utasikia pahali vile ndugu wanavyopuliza. Hiyo wanasemanga ni feeling sasa utasikia mahali kidogo tu. Tukiendelea kujiandaa ili tulete hiyo sax. Kwa hivyo wewe tizama bado, tupe macho.
Sasa ni wakati wa kuchomoa. Akichomoa atakuonesha hiyo kitu inaitwa sax. Kuna watu ambao kisigu wewe tangia nizaliwe sijaiona sax. Na bado unaiona kwa TV leo. Sijui kama utawahi iona. Lakini maybe umuinvite pale Makwenyu alafu mwambie hii sax mzee ni kali. Si hata mimi niguze. Hapo anaweza kukupa ukuze. Anaendelea kuichomoa tu, naiona vile inameremeta pale, iko goldenish. Iko pale ashaileta. Kuna ka feeling hapo. Sikia hiyo feeling. Naendelea bado kujiandaa kwa sababu alete vitu vikiwa sawa sawa. Ndio wewe ukiangalia pale inakuwa ni tamu zaidi. Ndio inakuwa vizuri. Hata kwa unapotaka kufanya vitu kama hizi, aisee inakuwa ni rahisi. Anyway, we are still following pale ukiwa bado unaendelea kutazama hapa ni Kizi Hot TV ambapo uko kwenye Gospel Hotspot ambapo tunaendelea kukuletea burudani tukiwa tunaendelea kujua ndugu anayesema kwamba mimi sina macho lakini ninajua kwamba Bwana amenipa kipawa ambacho kinafanya watu uona mkono wa Bwana. So dogo tutamwekea pale usikie vile hiyo kitu inakuja inapuliza namna hiyo. Vizuri. Bado tu tutaenda kwa hiyo story vile alipata hiyo saksi ya kwake because hii ya kununuliwa na mtu kwa historia yako. Ama Speedo ulinunuliwa na mtu hiki kitu. Kusonga karibu na mic ndio wasikie bwana waseme ni mimi naongea. Sikununuliwa na mtu. Kwa njia moja ama nyingine Mungu aliweza kunibariki. Kwa hivyo sio mtu nilimtegemea. Naam. Ndio maana nikawaambia hawa ndugu si omba. Kweli ndugu ambao ukimpata kwa barabara anakuambia nataka nifike mahali fulani. Ni pesa ngapi? Kweli. Na yeye anatoka. Lakini usi expect kwamba amekuja hapa leo akupe burudani kidogo aende mkono mtupu bana. Fanya jambo. Ala kidogo hata yeye pia afike pale nyumbani vizuri. Unaona hapa ni saa 5 dakika 40. Kweli. Kifanya kitu pale itakuwa ni vizuri tukisonga. Hebu kidogo tuongee na yule ambaye anatizama kutoka pale nyumbani itakuwa ni vizuri. Baha, ujambo? Bahati, ujambo? Bahati, ujambo? Ametoweka pale. Najua ameogopa. Huenda ameogopa hajaiona sax kwa maisha yake kidogo. Sasa kweli mwanangu inaweza kuwa leta kidogo tu watu walikuwa kifika hapa kidogo naongea sasa huyu ametoroka. Lakini tunaendelea tunazidi nikiona kwamba ni vizuri usicheze sax kwa wimbo mmoja ambao kweli unakuwa mtamu kwako kabla tujaenda katika historia ya masuala ya nyimbo zako kwa sababu tushamaliza hali ya maisha kidogo, hali ya vile ulivyosoma na vile ulivyofanya. Itakuwa ni vizuri. So tutakuwa tunajua kuliana namna gani baadaye ili tujue songs zako ni song gani unapenda.
Inaitwa kwamba ni mioyo yetu tualeta mbele zako bwana, ama sio? Ndivyo. Ambao ulifanywa na Ruben Kigame. Napenda ndugu yenu Sana. lazima tukue na kaveva hivi. Kwa sababu anafanya vizuri. Ana guide vizuri. Haya. Zikiwa zimekatika ni dakika 48 baada ya saa 5 usiku, tukiwa tunaelekea pale usiku wa manane, ama usiku tu pale wa kugeuza siku. Kwa hivyo ule usiku wa kugeuza siku ndio huu tunaelekea kutumia pale, lakini nataka tumalizie kwa sababu ikifika mida ya saa 6 pale tunataka tulale, au sio? Ndio hivyo kabisa. Itakuwa ni vizuri tukiguide kwa njia hiyo, na ili kujua kidogo tu tufahamishe nyimbo zako, huenda tu wewe unaziandika wapi, kwa sababu wewe tunaelewa kama ni mtu hauandiki na kalamu ya kawaida. Wakati inanibidi nifanye notationing ambayo ni ya music, labda hapo mimi ubidishwa kuandika, lakini nyimbo zangu ambazo nimeziimba personally, sijaweza kuandika wimbo hata moja chini. Mimi uandika wimbo, utunga nyimbo kupitia cramming power yangu pale. Chapata pale tune, labda nikienda sana kama najua nitaisahau, nitairekodi kwa simu. Alafu sasa kisha nikipata wakati nitapanga maneno, lakini si kuandika. Naona kama kuna pastor hapa anataka kuongea na sisi. Pastor Kama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Unatupata ukiwa maeneo gani? Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi umenipea. Mimi ni kutoka South Moyo Kiagwale. Hapo ndiko mahali nakaa. Alright. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa sababu nimeona ndugu yangu Nyamira. Nyamira akikumbuka, yes, Nyamira akikumbuka sana. Tulikuwa na yeye Church of Christ Temple Road. Sasa nimeshukuru sana kumuona katika studio na TV, TV. Yes. Sasa wewe kidogo tu hebu watie moyo, waambie vile kazi yao ikiwa ina bless, waambie kama ina bless ama namna gani. Okay, kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amewapa kibali cha kuimba. Na bila shaka kuendelea huko mbele ili Mungu awasaidie sana. Hata nkawa wakati wanataka support, tunawapea support ili waweze kuhubiri Injili. Amen. Amen, amen. Pastor, kwa hivyo ungependa tu kusema nini kuhusu by the way, do you have support kwa hawa ambao wako na ulemavu tu ama kidogo tu hawana uwezo wa kufanya vitu fulani kama kuimba, lakini wako na ulemavu? Mnasaidiana kivipi kwa masuala ya kanisa pale? Sawa, umeniuliza swali zuri kabisa. Wakati mimi huwa na support sana waimbaji bila shaka. Na wakati ndugu yangu Nyamira alikuwa na hitaji ya kujengewa nyumba, atiki kutoka kwa brother wetu anaitwa Abime Helik. Utua support, I think hiyo nyumba imekamilika. Na bila shaka wakileta tuseme wanataka support, tutawabea hili tuwatie moyo ili waweze kuendelea huko mbele. Kidogo hujanijibu swali langu, lakini ni vizuri. Yaani kwa dhehebu lenu kuna pesa ambazo mnatenga ama unajua kuna ile misaada ya wale kina mama ambao kidogo unajua hawa ambao ni wajane, kuna wale watoto ambao ni yatima, lakini kuna sehemu ambao mmetenga kwa sababu ya hawa ambao kidogo wanakuwa na ulemavu? Na bila shaka mimi wakati hiyo nimepata hiyo shida kama watu tuseme walemavu, mimi huwa naenda kwa marafiki zangu na waambia eti kuna marafiki wangu mmoja watatu wanataka support. Kutoka hapo wananiambia nitengeneze hivyo na WhatsApp group.
for just 2 weeks hiyo imekamilika. Tuseme ile amount wanataka. Nataka sasa hii group alafu watu wana raise pesa, hiyo pesa zinaenda direct kwa mwenyewe. Yeah. Kwa hivyo ni kumaanisha pastor, kazi yenu ni wakati mnaona kwamba wako na hitaji, mnatafuta well wishers, wanawasaidia. Hilo ndio tunastahili vizuri. Yes. Asante. Yeah. Tunashukuru tu, na bado ikiwa kwamba kuna uwezekano kuweka kipengele katika madhehebu yetu ya kanisani pale, jaribu tu weka kidogo, mtawasaidia. Amen. Asante sana Pastor Akama, na Mungu akubarikie sana. Amen. 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 Huyu anaitwa Pastor Akama. Kidogo mmeelewa, kwa sababu mimi nauliza swali ambalo nimehisi kweli kabisa umesisitiza maswali ili aweze kukujibu swali ambalo uliuliza. Asije akakujibu sio. Maswali yaliyoenda shule kidogo yanakuwa namna hiyo. Lakini tunashukuru, by the way, actually tukiangalia hasa kwa makanisa madhehebu mengi kweli hayajatenga pesa za wale wamelemavu. And actually one of the things I was even to talk about ndio hiyo. Ukiangalia kama hapa kwetu Kenya, na hili ni mwito ambao ningependa kutoa hasa kwa makanisa yetu ya kiroho. Ukiangalia hospitali nzuri ziko kwa lile kanisa la kwanza ambalo lilijengwa. And I really thank God for the missionaries, Roman Catholic churches na Salvation Army. Ukiangalia shule kama ni shule za walemavu kwa mfano Kenya, zote sijaona hata moja, zote ziko kwa Mission Catholic or Salvation Army. Kama mimi nimesoma kwa Catholic school kutoka shule ya msingi mpaka shule ya upili. So unapata kanisa hizi zetu za kiroho na makanisa mengine hawajatenga hizo sehemu. Number 2, kitu kingine ambacho pia nimeangalia hiyo sehemu ambayo umesema ya kutenga kama kanisa na kutoa misaada kwa walemavu. Kweli watu wengi huwa wamesahau. Na ndio maana mimi huambia watu, ukiangalia walemavu wengine ambao labda hawajagundua vipawa vyao ama walilelewa katika hali ambayo ni ya kujikataa na kujidharau, hadi mtu anaenda kwa barabara kwa omba, ni kwa sababu sehemu ambazo mlemavu anategemea kusaidiwa kama kanisa, kama mashule, kama serikali yetu ya Kenya na kwingineko, unapata hawajafanya sehemu yao ili kuhakikisha kwamba watu kama sisi, kwa mfano kama sisi unapata tunategemea huduma. So ingelikuwa kama kanisa inatenga fedha fulani ama sadaka fulani ambayo inasaidia kuweza kusaidia wale watu ambao hawajiwezi na labda wako na huduma tofauti ili kuendelea mbali, haingelikuwa na hatungelikuwa labda unapata sometimes, kwa mfano kama sasa hivi nikitaka kurekodi labda niende kwa kanisa fulani niitishe mchango. Ingelikuwa niko tuna kusema ninahitaji kusaidiwa hivi, na unapata kuna hela mahali ambayo iko tayari kunisaidia. Lakini sasa unapata kwamba lazima tena uanze kuomba na uanze kuomba zile rehema za watu wakuhurumie. Unajua inakuwa changamoto. Kwa hivyo ni mwito kwa wachungaji na maaskofu hapa Kenya. Na haswa hapa Kenya, wote niseme hivyo kwa sababu naamini nchi zingine labda hiyo misaada inatolewa. Hapa kwetu Kenya, wakati ambapo mnaenda kukaa na kutolewa itufikie na haswa wale wachungaji na maaskofu wakubwa, mnapopanga mipango ya vile ambavyo mtaweza kusaidia mayatima, wajane, wa mama, wazee na wazee pia, wakongwe wanao pia shida nyingi. Kumbukeni kwamba kuna watu ambao hawana viungo tofauti vya mwili ambao ni walemavu, ambao wanahitajika kusaidia. Kuna wengine hata unapata ni mlemavu hawezi hata keti. Mtu kama huyo atahitaji labda kanisa imsupport apate chakula. Serikali iingilie kati iweze kusaidia. Angalau kanisa, kwa sababu nimegundua serikali yetu, mtu kama mimi kweli, kusema kweli sijawahi ona msaada wa serikali. Kwa upande wa kusema kwamba mimi ni mlemavu labda eti ama kuna hela fulani inakuja inafikia watu. Kwa mfano kama mwaka jana nilisikia kuna misaada ilikuwa ikitolewa kwa sababu ulikuwa msimu wa corona, kuna chakula, vitu kama hivyo vinafikia walemavu. Mimi sikuwahi viona. Kwa sababu Kenya yetu ama katika mataifa mbalimbali unagundua kama serikali wakati mwingine haifuatilii vizuri. Kama kanisa na sisi watu ambao tuliookoka wanafaa kuwa mstari wa mbele kusaidia wale watu ambao hawajiwezi. Na hivyo ndivyo Yesu anahitaji. Kwa hivyo ni mwito kwa wale wachungaji kuangalia hilo sana.
Unajua mara nyingi nimeuliza hili swali kwa sababu nimeangalia katika mission mingi za Yesu. Alizingatia sana, hata kama unajua kuna kule kutelekezwa kwa watu kama hawa. Kumbuka wakati yule alikiita Yesu Yesu Yesu, wakimwambia nyamaza. Unajua hivyo, wakimwambia nyamaza kwa sababu walikuwa wanajua yeye ni mlemavu, hata Yesu angemfika hata karibu. Lakini yani akaendelea tu kupasa sauti ndipo akasikika. Hata hivi leo kupitia Gospel Hotspot hapa unaendelea kupasa sauti kwamba tafadhali serikali, ikiwa mnamjua mtu, jameni, jaribu tu county assemblies, ikiwa mna fedha kadhaa ambazo huenda zijafikia hawa, mfano ni hawa tu hawajafikiwa, sijajua wengine, lakini kwa hawa ambao niko nao wanasema kwamba hawajafikiwa. Sijui wengine ikiwa wanafikiwa. Kwa hivyo hizo pesa ambazo zinatengwa kwa sababu ya watu wasiojiweza, watu walemavu, tafadhali ziwafikie, kwa sababu pia nao wana mahitaji. Si kwamba tu wanategemea kuombaomba. Hawaombaambi. Hawa ni kwa sababu wanafanya kazi na jitihada, lakini wanahitaji yale ambayo wanahitaji kupewa na serikali. Hapo imeingia. Imeweza. Haya, tulikuwa tunaongelea na mambo ya braille, vile wewe una cram ukienda kuimba. Na nilikwisha kusema kwamba mimi mara nyingi unless wakati ambapo nimepewa wimbo na kwaya, huo ndio wakati mimi hutumia notation na naandika kwa braille. Kisha nikifika pale natumia yale maneno na wa train, ama tafuta jinsi ambavyo unaweza ambia mtu akaandika yale maneno katika print ambayo mtu ambaye anaona anaweza kuona. Lakini kwa upande wangu mimi personally, nyimbo zangu ambazo mimi mwenyewe ndo nimeziimba, huwa situmii uandishi wote wa braille ama chochote. Mimi natumia tu akili zangu, na labda kama itanizidi sana nikipata tune na rekodi kwa simu pale, alafu kisha ninapata kukama hapa na wimbo wangu kulingana na ule ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameniongoza, ama nimeweza kuandika kwa sababu ya kitu fulani ambacho nimekiona. Maana wanasema siku zote msanii ni kioo cha jamii. Kwa hivyo sio kila kitu labda unaandika ambacho umepata kwa Biblia, lakini kuna vile ambavyo pia unaandika ili uweze kuongea na kuhimiza jamii juu ya kitu kimoja ama kingine. Tuko na mazidadi ya dakika 10 tu ambazo zimesalia. Ningependa tu tuende kwa haraka tujue story 1 2 3. Baada ya wewe sisi kufahamu, nyimbo zako huwa zinakuja kwa njia gani? Kwa njia ya ndoto, kufikiria ukiwa kazini, ukiwa chini, ukiwa namna gani? Nina nyimbo aina mbalimbali. Lakini because mimi ni an artist of worship and let me say I do worship music and some zouk music, urban music, na pia nafanyanga songs dealing with inspirational songs ambazo pia wakati mwingi huwa mimi uzifanya kwa njia ya kile ambacho nimeona kwa society, ama labda nyimbo za mapenzi, nyimbo za harusi. Lakini nyimbo zangu nyingi huja kwa let me just say it's an inspiration of the Holy Spirit, kwa vile naona mambo katika society moja baada ya nyingine. Unapata labda kuna ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu ambao unahitaji kudeliver. Kuna ule wakati ambapo nahisi wewe mwenyewe unahisi kuzungumza na Mungu. You know, like worship music is talking to God directly, addressing God na kumuinua na kumwambia jinsi ambavyo yeye ni mzuri na mwema, jinsi ambavyo yeye ni mkuu. Kwa hivyo unapata kwamba nyimbo zangu nyingi huandika kupitia hizo inspirations. Na nafikiri kuna nyimbo ambazo huja kupitia maono, lakini bali si ndoto. Haijawahi tokea kwamba nimeota wimbo. Nasikia waimbaji wakisema kwamba mtu anaota wimbo. Mimi haijawahi nitokea. Lakini nimewahi pata tunes nikiwa nimetembea kwa barabara, labda mchungaji akihubiri, ama nikawa nasikiza certain sermon, nikasikia hii sermon, nikaifanya wimbo, itakuwa rahisi kufikia watu wengi. Kwa sababu unajua sisi waimbaji ndio tunahubiri na tuna uwezo wa kufikia mtu mahali popote. Maana ukienda kwa harusi kuna nyimbo, ukienda kwa matanga kuna nyimbo, ukienda kwa klabu kuna nyimbo, ukienda wapi popote sokoni kuna nyimbo. So unapata lazima wakati mwingine nikisikiza maujumbe nasema ni vizuri niweze kugeuza huu ujumbe kama wimbo, ili uweze kuwafikia watu wengine uko nje ambao hawajapata ujumbe jinsi ambao nimeupata. Kwa hivyo mimi upata nyimbo zangu kwa kupitia njia aina mbalimbali kama hizo. Naam.
Naam, vizuri. Tunapoendelea kusonga bado tukimalizia, ninaona kama zimebaki dakika 8. Hizi 8 najua ni muhimu na zina umuhimu zaidi kwa wewe ambao unaendelea kutizama. Tumalizie pale kwa maswali matatu ambayo yamebakia. Leo nimeita Speedix. Oh, bibi amekuja, tumefanya harusi, sio? Kidogo ni chakula kipi akikupikia unasema you are so nice? Mungu wangu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu, sikulitarajia hilo. Isaka ako hapa bwana, Yakobo. Yale tusiyajua ni ya Yakobo na Abrahamu. Sasa kama unataka kujua kuhusu Isaka, niko hapa. Mimi ni mpenzi wa ndizi iliyopikwa. Oh my goodness. Ukaniandalia ndizi. Ukaitia mchuzi vizuri. Alafu kisha labda kabatika kupata matumbo pale. Alafu uitie pale pilipili kwa mbali. Baba bwana, saa hii ni usiku. Unataka niende kula lunch ya usiku. So unapata hicho ni kile chakula ambacho nakienzi sana. In fact itabidi leo tukimaliza hapa kwanza niende nione kama naweza kupata chakula nzuri aina ya matoke. Kwa hivyo mimi hupenda sana matoke. Yani mimi hupenda ndizi ambayo imepikwa. Kwanza ambayo imepikwa na yani na mtu ambaye amejitolea pale akakuserve vizuri. Unajua mimi hupenda kuwa served vizuri. Kwa hivyo chakula mimi sasa hivi nikapikiwa matumbo pale, ikaika kwa ndizi. Nikapata mboga za kienyeji pale kama mrenda, derema, ama masusa pale. Bas, nakuwa niko sawa. Dismas, unapenda nini jamani? Naam, mimi pia kuna chakula ambao mimi napenda. Mimi napenda sana kula ugali na mboga za kienyeji kwa wingi. Upande wa nyama nayo sipo sana, lakini upande wa maziwa nayo niko. Sasa mimi chakula changu sana ni hayo maziwa, ugali na mboga za kienyeji. Hiyo pia mtu anaponiandalia vizuri, naweza kula na najisikia kuwa nimeshakula vizuri. Hiyo kali. Yes. Maziwa mala, maziwa fresh. Maziwa mala. Oh my goodness. Mtoto wa nyumbani mwanonga. Nakumbuka unajua nikiwa mchanga kuna kitu nilikuwa napenda sana. Unajua sisi tulikuwa wazazi walikuwa kidogo tu walikuwa wamefuga ng'ombe. Sasa ng'ombe yetu ama ng'ombe wetu angekuwa na uwezo wa kutofanya nini, kutotoa maziwa ama kama tu. Sasa inabidi kama nimeenda kwa jirani. Uko na maziwa? Kijana, ndio maana kweli uko na maziwa. Mifupa yake imekomaa, amekunywa maziwa sana. By the way, tukiendelea kuzingatia pale, tukiwa tumebaki na dakika chache sana, ni nani ambaye alikuinspire kwa mambo na music kidogo, ambaye amekushika mkono kwa hali zote, ambaye kidogo tu ungependa kumshukuru wakati huo wote, Speedix? Kweli nina watu wengi sana ambao naweza kushukuru. Lakini mwanzo nashukuru mama yangu, maana kama mama yangu hangekubali nifanye uimbaji wangu, labda singelikuwa naimba leo. Number 2, nashukuru kwa sababu unajua yeye mara nyingi hata ningemwambia niko na event angenisindikiza, angejitoa mwanga hata kama ni usiku anipeleke. Mtu wa pili ambaye naweza kushukuru sana katika maisha yangu, ambaye nilikutana naye mwaka 2014 na akanishika mkono sana, ni bwana CEO mmoja ambaye namheshimu sana, anaitwa Kevin Ombori. Kevin Ombori alinishika mkono, na in fact kupitia mikono yake niliweza kurekodi nyimbo zangu kadhaa. Maana alikuwa na studio na aliweza kunipeleka kwa studio yake nikaweza kurekodi. Wakati mwingi angejitolea anirekodi wimbo free, atafute mtu anifanyie video amlipe. Yani nashukuru Mungu kwa sababu kuna dhabihu yenye aliweza kutoa na kuna mbegu aliweza kupanda kwa maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa bahati nzuri niweza kupatana na waimbaji
kama vile Glory Muliro aliweza kunishika mkono. Nakumbuka kama mwaka jana aliweza kunisaidia wimbo wangu ukachezwa katika kituo kimoja cha redio hapa nchini Kenya, moja ya vile vituo vikuu vya redio. Oh yes. Na wengine wengi ambao labda siwezi maliza, na wenye unitia moyo kama vile yule my favorite queen of my heart Hari ambaye wakati mwingi tukiwa pamoja yeye unitia moyo sana na upenda kile ambacho nafanya kwa moyo wake wote. Right. Yeah, iko vizuri. Kwa upande wako Dismas, kidogo tujue nani huyu ambaye ungependa kumshukuru kwa sababu amekushika mkono? Yes, upande wangu mimi sana sana niko na rafiki wangu mmoja anaitwa Anthony Marocha. Anthony Marocha alikuwa ni mwalimu wangu wa sound wakati nilikuwa college. Yeah, in fact he's still in tiere pale chini. Anthony Marocha ndiye aliweza kuchochea hata hiki kipawa changu cha uimbaji. Hata aliweza kunirekodi free. Wow. Wakati nilikuwa ninaimba kwa harusi fulani moja ya rafiki yangu mmoja, nilienda kule. Sasa aliweza kunisikia akasema, wewe uko na sauti nzuri ya kuimba. Akanirekodi free. Kwa hivyo nashukuru kwa ajili yeye, ndiye alinifungulia njia ya kuimba, nikaja kujua kumbe naweza imba pia. Pia niko na mwingine hapo anaitwa Dr. B Boaz, naye pia aliweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine ili kipawa changu kikaweza kuonekana ya kuwa hata mimi pia naweza ingia katika hali ya uimbaji. Kwa hivyo katika hao ambao nimetaja na wengine wale ambao wananipa moyo sana, kunitia moyo, kunisongesha ili nisonge kwa ajili ya hii kazi, ni wengi, sitamaliza, lakini kwa wale wachache tu, na hawa ndio waliweza kufungua njia zangu, nikaona kweli hata mimi naweza fanya, naweza imba vizuri. Alright, bila shaka tunamalizia pale kwa kusema namna hii kidogo tu kwa wale ambao kidogo kuna talanta. Leo aswa tumekuwa tukimeja kwa Speedix. Next time nikiita huyu ndugu tutamfanyia interview kweli kweli. So hata tunaweza mfanyia hata niko recorded pale uweze kuipata. Unajua mengi tumeangalia Speedix sana leo. Alisaidia kuja na rafiki yake. Kidogo tu tumalizie pale kwa kusema, kwa kujaribu kuambia wale ambao kidogo ni walemavu ama wale vijana ambao wako kule nyumbani wanangoja mamia wape credit, mamia wape chakula, mamia wape kila kitu. Na nini mnafanya kazi hapa? Kidogo tu mwape changamoto. What do you want them to do? Okay. Wacha nianze. Ukiwa uko mlemavu na uko pale nje, just my message to anyone mwenye ako disabled ni kwamba wacha kubeba ulemavu wako ukutawale. Wacha kuishi katika ile maisha ya kwamba mimi ni mlemavu, mimi ni mlemavu, mimi ni mlemavu. Nasemanga mtu anakuwa mlemavu wakati ambapo amepungukiwa na viungo vyote vya mwili. Huyo ndio kulingana na mimi ni mlemavu. Na Biblia inasema na nimesikia hata watu wengi wakitumia huu msemo kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hivyo iwapo kazi ya Mungu haina makosa, basi jua kwamba wewe ni wa maana kama watu wengine wa kawaida. Inuka, tumia ule uwezo Mungu amekupatia. Kama una uwezo wa kipawa chako, kama tuseme wewe ni mwimbaji. Actually huyo manager wangu ambaye alikuwa manager wangu miaka iliyopita, Bwana Kevin Ombori, siku zingine aliwahi niuliza na akaniambia anashangaanga akigundua kwamba kuna mlemavu unapata amekaa kwa street na gitaa anaimba, badala labda ya mtu akija ampe pesa ambayo labda amsaidie arekodi aende kwa studio aweze kupata uwezo wa kuuza CD yake, aweze kupata at least riziki yake ya kila siku. Mtu anakuja anampatia shilingi 20, shilingi 10. Hii shilingi 20 unapatia huyu mtu ama shilingi 10 haitamsaidia maisha yake yote. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mlemavu, amka, jaribu tafuta marafiki. Ninajua kwamba hata kama kuna wale ambao wanakuona na hawakupendi,
kuna mtu unaweza kupata akamsaidia. Na wewe kama umepata mtu ambaye amekuja kwako ni mlemavu na unaona ako na uwezo, wacha kusubiri akwambie nahitaji unisaidie ni rekodi, nahitaji unisaidie niingie kwa shule. Kuna wengine hata naonanga tulisoma nao ambao wanajua kushona nguo vizuri, kushona sweta vizuri, wanafanya shughuli mbalimbali. Kuna wenye wanajua kukimbia, kuna wanajua kufanya comedy vizuri. Kwa usingoje mlemavu akwambie naomba usaidizi kutoka. Ukipata mtu ambaye ako na kipawa na ana ulemavu, mojawapo ya vitu ambavyo usaidia mtu ambaye ni mlemavu kupata breakthrough yake na kusaidika ni kile kipaji ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kwa hivyo jaribu pale nje uweze kusaidia watu kama hao. Na wewe kama ni mlemavu, jikubali. Number 1, usijikatae. Toka hapa nje, zungumza na watu, onyesha kipawa chako, dhihirisha kipawa chako, na obvious lazima watu watakusaidia. Alright, iko vizuri. Yeah, man. Turudi kwako pale tukimalizia Dismas. Yes, hata mimi pia ningependa niweze kuwahimiza wote wale ambao wanatutazama kwa wakati huu jua ya kwamba kila mtu akuna kitu ya kufanya au kuumbwa tu bure. Hata maandiko inasema ya kwamba unapokuwa utaki kufanya kazi, mtu kama huyo hata kukula asikule. Lakini kwa sababu wewe Mungu amekupa nguvu na uko vizuri, lazima ujitie nguvu, uamke, usonge mbele, ili hata unaposaidiwa, labda unahitaji usaidizi, tunaona ni nini wewe mwenyewe umefanya nini, umeweza kutafuta ama umefika upande gani ili usaidiwe. Kwa sababu hata Musa mwenyewe aliulizwa, Musa uko na nini? Musa akasema niko na fimbo. Hivyo huenda kama angekuwa na chochote, huenda angetumiwa. Kwa hivyo unapokuwa na kitu, hicho kitu ndio inastahili uamke nacho, uweze kushughulika, ili hata yule mwenye naye kushika mkono hata yako na uhakika ya kuwa huyu nikimsongesha yeye yako sawa. Kwa hivyo ili ndio himizo langu, acha tuamke tufanye kazi. Kama sisi tulio walemavu tunafanya kazi, wewe uliye vizuri mbona usifanye kazi? Iko vizuri hivyo. Dismas ashaongea, Speedix baba ameshaongea, anasema kwamba is the miracle boy. Yeah, man. Oh, yeah. Tunamalizia pale, ikiwa leo ni siku ingine ambayo ni siku ya 6 mwezi ni wa 12. Bwana, tulikuwa tumemaliza. Birthday iko lini? Mimi ni mtu ambaye hawezi sahau. Birthday iko lini? 23rd. Yeah. Karibu na Yesu kuzaliwa. Mzima bro ya Jesus. Wewe ni cousin. Mimi ni kusoma wewe. Mazee JC unacheki. Kidogo tu ni kwetu ni brother, lakini Maria alisahau. Akasema Speed lazima angetangulia leo. Ndio akwe kazi na asite brother. Thank you so much kwa wale wote ambao mmezidi kutufuatilia. Sijui sasa wewe unajua naweza pata hata huyu mwenzako hapa amenamaza. Dismas unaweza pata birthday yako pia iko December. Hivyo. Aya, uko serious? Yangu ndio maana nikaitwa Dismas. Ni Christmas ikabadilishwa. Huyu sasa wewe. So wewe ni mtu wa tarehe 25? Wa tarehe 25. Jehova. Sasa huyu ndio ndugu. I'm telling you. Huyu sasa ndio ndugu ya Yesu. Mimi ni cousin yeye ni bro. Aya, sawa. Kitu tutafanya sasa. Hiyo tutapanga. By the way, siku ya 25 tutakuwa na show. I think itakuwa mchana. Asubuhi pale. Hiyo lazima tutakupigia simu Dismas tukwambie happy birthday. Tutakuamsha mahali ulikuwa umelala. Ya buka. Alright, itakuwa ni vizuri. Lakini anyway, thank you so much kwa wale wote ambao mmekuwa mkizidi kutufuatilia tangia tulipoanza hadi hivi sasa. Kidogo tu kama Speed unaweza kapana namba yako ya simu. Kweli. Ukitaka kunifikia, labda unahitaji kunisupport, by the way, unaweza nipigia simu kwa namba yangu ambayo ni 0705 000 597. Nirudie tena, ni 0705 000 597.
97. Ukini bless na kakitu pale M-Pesa. Wewe nitetee bana. Na kani vizuri. Ukini bless na kakitu pale M-Pesa ila kuleta na jina imeishia Mosirigwa. Yeah man. Mosirigwa. Yeah. So na utakuwa umeni bless pale manze. Nashukuru tu sana watu wangu. Mungu wabariki sana. I'm really blessed manze kuwa Kisi Hot live, yani it has been a hot show and a blessing. Mbaya sana. Yeah. Alright. So ukiona hiyo silaha yake kwa hapa ya jiongelea hiyo silaha yako. Yeah man. Ukiona niko hapa na umeongelea silaha ya saxophone. Yeah man. Ujue kwamba naweza kuja mahali popote ulipo. I can come and play it live. Kama uko na event, kama uko na unahitaji kulearn kuplay instrument, kama uko na birthday, maybe you need wishes and you need just an instrument, uko na event, uko na something you need us to do together, you want us to come and minister in worship, you just call me on that number and then utakuwa umebarikiwa tu sana. And then also I really want to thank actually this is one of the zile mafanikio and of which the successes I've got in music. And so I would like to use it very, very well outside and bless people. So whenever you just call me, I'll be able to be a blessing to you outside there. So manze mahali popote tu ulipo, wewe call that number at any given time. Nitaweza kuchukua simu na tunaweza kupanga mikutano pamoja. Iko sawa. Yeah, kwako Dismas tumkimalizia? Yes, kumalizia pia nashukuru. Na ningependa tu kuomba tu kitu kimoja kwa wale ambao wanatutazama. Sisi inafika mahali ndio tunajaribu kadri ya uwezo wetu, lakini inafika mahali tunalemewa. Na kama utakuwa umeguzwa, mtu kama mimi Dismas hapa, nahitaji pia msaada kidogo tu wa kuweka nyimbo zangu picha. Kwa hivyo hii kazi sitaweza peke yangu. Kwa hivyo kwa namba yangu ya simu pia mnaweza nipata kwa 07 23 870 290. Rudia tena. 07 23 870 290. Good. Iko vizuri. Ikiwa kwamba uko pale, our good brothers ambao wametutembelea siku ya leo, they need support. Wape support. Itakuwa ni vizuri. Na pia nao wakisonga. Ndio Mkristo unaposaidia Mkristo mwenzako, hata wewe ambaye si Mkristo unaposaidia mtu ambaye anakubariki na wimbo wake. Kwa sababu sisi wale ambao ni waimbaji wanapoimba waimbii mtu fulani. Wanaimbia kila mmoja tu. Awe ni prezo, awe ni yule ambaye hana uwezo. Bado tu iko hivyo. Thank you so much kwa wote ambao mmekuwa mkifuatilia. Tunafululiza sasa ni kuenda kulala. Na hawa ndugu, kama umesikia namba pale, unaweza cheka na M-Pesa yako yake pale. Itakuwa ni vizuri akipata kama kafea pale aweze kufika kwa nyumba. Otherwise, we are happy for you people and we are happy kwamba umekuwa ukifuatilia tangia tulipoanza hivi sasa. Ni wakati ambapo ni majira ya saa 6:20 saa ya Afrika Mashariki, ikiwa ni siku ya Monday. Tupatane kwenye mashine ya Christ leo jioni kuanzia mida ya saa 2 hadi saa 4 na kutokea baraka njema, heri njema. Kutoka hapa hatuna la ziada ila kukuaga. Tumekuwa na ndugu, hebu jitambulishe. Speedix the miracle boy aka the anointed voice. Na the other son anaitwa namna gani? Dismas Mogaka, mfundishaji, adui wa shetani, rafiki wa Yesu, msanii mwenyewe. Alright, goodbye.